Gashirika ukireai Kimamo ina hali ya toa kumeria cheta muthako igotinda gukuna rasta tutinde tuhete marangi guku one njureke tuigoria okay. Anyway, hi, hello. Karibuni sana thiini wa Baruthi wa Thayo TV haria hothe muri thiini wa Kenya diaspora na haria hangi hothe na ma silent listener ndanutire rumengi makome silent listener rumengi matwiriragira mehithite mahorerete matiendete kuonekana kana kwari meki no tumuthire haha Nyawira no ingimiga haha tukuthira turie ona ihau uguo ihau thauti citu ndwe ni hyper cigugikinya yeso nituoka na niguonete mweru nituguka na nikio tuoka na tukagetha kiega muno makirito ni githake hwaini na ndoka ndi na kanju ingi tondu hau mbere nyuma na kanju ingi no ndoka nginya ndina ngepa ndwe njui na ngepa ruria ndenda kuithenya ndagwikira ngepa yes. So karibuni sana inyumba kuria Belgium, kuria Sweden Islands, kuria mwena wa Germany, kuria mwena wa China, Tanzania, Uganda, South Sudan. Jana na mutu wiruragira muno makiria. Thank you kuria me kuria Qatar, adore me kuria Riyadh. Kuria Mozambique, kuria mwena wa South Africa. Na matura maria mangi mothe mari kuria diaspora, US, UK, na matura macio mothe. Karibuni sana. Thayo Baruthi wa Thayo ni host muthenya wa umuthi no ria ndirona tari annex tukumwetati anyway ndagwa bakugeithania ni undu wa ucio akemambo ambia geithania akamwire twiritu Kiswahili tafadhali okay English please how are you yes Baruthi wa Thayo TV Virginia Wangari TV. Yes. I greet you in the name of Jesus. Nasema ni asante sana Baruthi wa Thayo sababu ya kukua tena pamoja. Inaonekana hii wiki haitupeleki vibaya. Tunaona tukienda pamoja tunapoteana alafu tunakuja karibu. Kwa hivyo tumewakaribisha nyinyi wote na ninajua mkituona tu mnajua kuna mema. Na that's why naona mumeingia wengi sana. Walikuwa wanatuuliza kwani hamwendi kwa Baruthi kunaenda namna gani? We thank God that mumetabua hata kwa Baruthi kuna kuaga na kitu mzuri. Kwa hivyo I think today for patience karibu sana. Karibuni sana. Yes. Na ile mazuri mnakuaga nayo mkifupisha mulete hapa. Ndio hiyo. Yes. Tuko wote. Mnakuwa na vitu mingi sana. Hata pale tunakuwa na segments. Ungekuwa na mtu anasabu watu chakula online bado hiyo segment ingekuwa. Hiyo kwanza ingekuwa ni Morasa. Jana tulimchokoza na hakuongea. Nimeona akiambiwa na Miss Ann wakati mlikuwa live. Alespod. Tulikuwa ni Morasa kuna wakati amejiduga kwa sikio alikuwa na alituambia watu wasiwe ukiwa na kitu sharp acha kuweka kwa masikio. Alikuwa amejiduga akaia drama alikuwa anatuambia but we prayed. Tuliomba na najua anaendelea vizuri. Otherwise huko tuko na achas. Tunakuwa kana wao wako hapo interpreters. That's so nice. Atifupisha kiboko yao. Inakuaga hivyo. Na hapa ni mama yao. Baba yao. Yeah. Wow, thank you so much. Lucy Nyawira Kamotho drama queen. Na because ni drive mapema ulire makofi. Because ni jerete kuipa. Hato kuhurira makofi ando au kuhurira makofi. Because yale atoni. Acha nimpigie makofi. Tukilia tu ndio anaweza kataa kuongea. Tuko na haja na yeye. Nataka okay. Yes, so guys, habari yenu. Bwana Yesu asifiwe, praise God. Kama kawaida ni mimi Nyawira wa Kamotho na leo tuko huko kwa Baruthi wa Thayo TV. Baruthi wa Thayo TV mwekara okay. Moto wega umaga na mushie. Niwe ndigwo kiuga. Ai
normally see. You don't even, you have not said like. Unajua shida ni ati husikiza Kikuyu sana, unaona? Hapana. Juu wewe unaongea Sheng. Hebu tuambie sasa na Kiswahili juu kuna wale wanasema Kiswahili. Wega umaga na moshi. Wega na Githweri ni nini? Mzuri. Mzuri unatoka. Mzuri. Mzuri unatoka nyumbani. Maybe it's obvious hiyo nini lazima ikuwe na iko na the Kikuyu version. Charity begins at home. Yeah. Yes. Na Kiswahili wema tenda wema nenda zako. Wema utoke nyumbani. Utokanga nyumbani. We start in Jerusalem. Nyumbani ndio chanzo cha wema. Yeah. Na obio gadhi. Otherwise si mtuambie jamani. Hii maneno sisi hatujui Kiswahili. Sufficiency wekeni hiyo haraka kina hibiscus haraka hii. Nilikuwa na mwingine hapa mimi mchana alikuwa anasema Quran madrasa, yani Kiswahili chake kilikuwa kimenoga. So karibu sana Nyawira. Asante. It's been quite some time. Camera and audio not so clear. Are you sure? Not clear. Mine are very clear. And I work at 720. Yeah. Weka 720 jamani. Weka 720 hapo. Favored, are you sure? My picture is very clear. Wow. So, very clear. Hata kwanza watushukue moja inaonekana very clear. Sikia sauti. Very clear. Yeah. So favored, lazima kuna shida kwako, saidi yako. Helen Waridi, enda pale kwa settings. Pale juu kuna tutatu. Finya hapo kwa quality, weka 720p. Bas, hiyo mzuri itakuwa mzuri. Furaha huanzia nyumbani. Wameanza. Furaha ni gikeno. Furaha ni gikeno. Atukugite wega. Tulisema wega. Anyway, so karibuni sana watazamaji wa Farodhi wa Thayo TV, Virginia Wangari TV and Lucy Nyawira wa Kamotho Ministry of Hope. Karibuni sana. Unajua ndio atakayekuwa hapa akasema hata Kamotho. Anyway, so thank you so much. And today is a very special day. The reason as to why we have this day because unajua wakati mwingine wakiniona na Lucy wana kuna nini na hapo wametuambia ingawaje Lucy alisema wanakuja hata Lucy I'm sure hajui ni sisi tu na mama tunajua sisi ndio tunajua sasa Lucy habari yako? Salama sana. Uko salama? Unaendelea vizuri? Kabisa. Siku hizi naona unacheza movie sana. Siku hizi nimekuwa actress. Sijui ni wapi unajua kuna rooms mingi sana na movie ukiwa kwa rooms mingi inakuwa kali sana. Inakuanga mzuri sana. Shida mtanipigia kelele nikishoot interview. Unless ni wape Sunday wakati si yuko shoot movie. Lakini I love your content nowadays. By the way, we came to congratulate you. We love your content. Alafu unajua kana kega nikaiguaga. We are happy for you, by the way, and we would like also people to support you. Wa subscribe kwa channel yako, wa view video zako, and you're going for. Kampuni ulifungua siku manage kukuja, unajua uliniita siku kadhaa to event, that's why siku make. I think nilikuwa bado na nini zingine. How far are you? Sasa inaendelea kabisa vizuri. Cho tunazipeleka tunarudisha. Ni kampuni ya kufanya. Hebu jiuze. Oh yes, wacha nijiuze vizuri. So kwa wale ambao wajui mimi nimefungua kampuni yangu kubwa sana. Inaitwa Lucy Global Entertainment. Ina deal na tents. Mimi na organize events. Na wekea watu tents. Unajua hata kuna hii harambee ya Mama on Sunday mimi nitakuwa nikifanya hizo decorations. Wamesema from watu wa kupisha, wamesema watahaya kutoka kwa kampuni yangu. Nikasema yes, niko na portable toilets and portable sinks. Zote unajua kuna mtu maybe anashindwa portable toilets ni gani? Portable toilets ni zile choo zenye unaweza beba. So unaenda unasetia watu mahali, watu ubebwa na gari. The only chores zinabebwa na gari. The only chores zinabebwa na gari. Na si kazi rahisi. Unajua mtu anaenda pale anafanya mambo yake. Una imagine ukiwa umebeba 100. Yes. Sisi lazima usite hapo kwa choo. Nikuambia naambia. Unajua portable toilet. Unajua naambia hivyo, in case mtu anipigie behind the camera, nikisema
si kazi rahisi. Because nikikwambia ni pesa unashika ni ukweli, si kazi rahisi. And also sinks pale tunachukua choo kama unataka sink ya kuoga na iko na maji moto na maji baridi in case. Na sisi tuwe tuna provide everything. Kwa choo itaoshwa, itakuwa na professional. Niko na team ambao wamejifunza, watakuwa wanazioshanga. Tunawekea Harpic, tissues, air freshener. Usitaje kampuni hapa. Sema nini antibacterial soap. Antibacterial soaps hizo zote. Na sasa kwa sink tunawapatia hizo nini kama nini sabuni ya kuoga mikono. Sabuni ya kuoga mikono. Ndio hiyo ushaisema. Hand wash. Hiyo hand wash. Na serviette hapo kando. Na siko na maji moto na maji baridi. And also we have the seats, the decorate tents na hizo vitambaa na meza. Sasa tunaambia Mungu tu atusaidie na so what kind of events are you targeting? Mostly right now sifanyi zile tena za nini sana but sisi sema naweza shindwa hata saa hiyo obvious kuna kama saa hii nasikia kuna zile tents nini zimetokea but right now mimi na target everything pale uwezo yangu itafika hata wedding nitafanya but huko nangi ile song yangu ya mimi nawe that was my decoration so because I have those things nitafanya so hakuna hata tradition hata dowry any I can do. Yes. Kwa hivyo wewe umechelewa kufanya wedding sweetheart, tafadhali umechelewa kufanya wedding. Tayari kuna mtu wa events hapa na naona ni MC poa sana. Najua pia kuna Santisi ni MC. So mko na kila kitu. DJ yuko kwa nyumba, waimbaji wako, ukatisha keki madhainilo. Of course, yes. Tunafungua makampuni mara. Bas. Inaitwaje? Kampuni Lucy Global Entertainment. Lucy Global Entertainment. Yes, inaitangwa we plan you party. Yes. Very good. You are so hardworking. Kitu sisi tunafanya na mama ni kwenda tukikuchuna kidogo tu na unaitikia tukuchune and we want to see. Unajua si ukipewa title kama CEO. Unajua CEO ni mtu lazima. Unaona? Sasa sisi tutakuwa tukikuchuna tutengeneze CEO mkali. Because you see managing that company you have to be now lazima ujue kumanage pesa, lazima ujue kumanage kazi, lazima ujue kumanage wafanyikazi because very soon tutaanza kuajiri watu because of course lazima wale watu wataenda kuweka hizo tent lazima wakuwe wako. There are so many things you need. So becoming a CEO kuna vitu lazima mtu utaacha. I mean kuna vitu especially kama CEO one thing ni mtu wako busy sana. Kama alikuwa na marafiki wengine wanawekwa kando. Anajua time management. Time management ni kitu moja CEO, ni quality moja ya CEO. Unaona? I mean kuna vitu mingi but at the end of the day we believe by end of this year utakuwa tayari umeanza kupata ile line. Kwa sababu kazi zikianza kukuja mingi I'm sure time utakuwa mbali sana. Tunataka ukuwe na branches not just here. In Nairobi we also need you in Mombasa. We have fans all over there. Hao ndio tu watatupea kazi. I know most of the people wenye wako hapa most of them wako na events. Unaona bado niko na photography. So yani we are fully equipped. Na bado unajua tunachukua video pia. Hapo tunaleta setup yote. Such that mtu akibook event unawaambia niko na tent, niko na camera, niko na photographer, niko na MC, niko na mtu wa kukata keki. Yani unapea mtu full package. Ile pesa kama alikuwa anagawa 1M badala ya kwa hiyo hata anapatia yote juu unakuja na hizo services zote. Si hiyo ni mzuri? That's so nice. Lovely. Mom, she's aware that we were to call you here. Ndio okay, we needed to know the of course kabla ukuja kwa mom kuna tule tu sarakasi na nini na maisha yenye ulipitia. Ndio kabla utoke kule sasa mlikuwa mnaishi. Of course hatukuwa jua ulitoka aje. Watu walikuona kwa gate sarakasi stad nini ni kama ulikuwa unafukuza mwizi lakini hawakuelewa kiini. I have never heard you explaining into details how life it was kabla ukuja kutoka na kukaa na mama na kuamini sasa mom si mrogi, mom si uishi na yeye. Yes, so take us back ndio tu at least watu wajue story. Nataka nianze wapi karibu? That's where you're here. Mix kuja hapa pale nataka tuanze wapi? Tunataka uanze kutoka nyumbani sasa. Utotoni kulelewa and the time mlikuja kuona maisha imekuwa ngumu.
Sijui kama ilikuwa ngumu ama ilikuwa nzuri ndio maana ulikuwa unafukuza mama. Oh, in short sasa niwaambie vile kulikuanga. Exactly. So that juu imekuwa siku hizi kiran by the way hiyo story. Hiyo ya unajua juzi nilielekea watu juu by the way DJ Afro is my friend nowadays. Oh. So kwanza simulate kwa Baruthi wadhaka pia okay kwa ministry ya haya ndumu ihoko. Alafu sasa hiyo ndio kagira kwa TV. Ndio yako ila. Hapana. But they one of the TVs nilimuona tu ni Citizen. Na ni unakumbuka ile segment ya mjue msanii wako. Na nilishangaa alienda aje. Unajua sasa hivyo ndio utashangaa kwa Ministry of Hope. Usisahau pahali pote naendanga na tajanga DJ Afro. Watuko nasemanga tuko tunaona DJ Afro. Ndio huyu tena amenitengenezea ile ka kitu yetu kale ka hua ni DJ Afro. Haya ni yeye. Yes, ni yeye. Hiyo yenye anasemaka nini? Basi utamleta hapa sio? Nikishamleta kwa Ministry of Hope, alafu sasa ndio nimlete hapa. Unajua labda tunajuana na hujui. Utashtukia umemwona hapa. Unamtaxi hadi ulianzia huko. Yes. So DJ Afro as my good friend ulikuwa nikimtaja hapa. Hebu niambieni kama kuna volume maana unajua acha niangalie hapa. Sio ni volume. Wewe kwani watu last born wewe usikii volume? Na mwingine nimeona akisema volume. Rebecca volume iko. Si volume iko, hebu tusikie hapa kwako. Volume iko. Ndio volume iko. Tena mingi sana. So turudishe nyuma kidogo at least pia tuweze ku we have tumefanya nani young blood tukafanya nani nyanyo so the reason as to why we need to hear this unajua as we also start the process of forgiveness unajua forgiveness ni dawa after bitterness ni forgiveness. Wewe ujui hata last time tulikuwa hapa na mama tulimwambia sasa tutatoa dhuita huko na maombi. Mama harudi huko tunaondoa huko na maombi. Na hata tunangojea nyumba iishe. Tunangojea kabla iishe tu tunajua atakuwa na yeye anamalizia vitu zake huko. Yes. Hata afadhali umeleta hiyo topic ya forgiveness. Napenda sana kuiongea. You after that I hope Masai itakuwa imeenda nitaongelea kidogo kuhusu forgiveness. Because even my motto when I say my mom will always be my nasemanga #forgiveness. So sisi tulikuwa watu wenye walikuwa wamebarikiwa. Tulikuwa watu wa ya vitamba. Mimi nilizaliwa. Unaona vile unazaa mtoto unampeleka PCA. Mimi nilijipata kwa hii church ya my dad ambaye ilikuwa inaitwa Body of Christ. But mimi nilizaliwa tulikuwa kwa plot. Yes, Body of Christ. Because Body of Christ hata iko sana kwa Biblia. Ilikuwa yani ni jina ilikuwa tu kali lakini mwili wa Kristo mwili wa Kristo lakini sasa kwa hiyo mwili wa Kristo wao ndio sasa walikuja kutuhengesha ikakuwa mwili wa kina Kibogoyo na whatever sasa sisi tulikuwa watu wa furaha sana tulikuwa tumezaliwa kwa ile familia ya furaha mimi nilizaliwa kwa plot so tunajua shida yenye mama amekula juu mama kama hajawahi waambia uko kambeleni alikuanga wanakula hadi nyanya na dad nakumbuka huyu anaenda anauza nyanya soko so ameanza from ndio nasikianga nikiambia watu mkiona mama akifurahia leo kama leo ameshinda amefurahia don't talk negative about mama amekula unaona vile amekula umaskini amekula utajiri hakuna kitu mama hajakula benyewe hadi ile point unafika mwisho mama anaijua ile yenyewe unajua Baruthi unaweza kuwa hujamchika mama ndio penye amefika mwisho so sisi tulizaliwa tulikuwa 7 kwa plot mpaka penye Wambo Twine huyo ndo alitufungia chapter kwa plot but tulikuwa watu wa furaha sana but tulikuwa kwa ile kanisa juu mimi sasa ningekuwa nimezaa Kajulika angekuwa na kitambaa thank you God nilitoka huko juu Kajulika kangu tena kwa na mafidi wewe kafunga hapana unaona vile ninakaa na Kajuli wako ikario huo wewe sasa nachokwambia ni kumoto nikemo hata wenye wamefungwa wenye watoto vitambaa hata nitachange ID wewe wacha watu waendelee kufunga watu vitambaa unajua si kanisa zote mbaya za vitambaa ni uregi ugaona haria vitambaa ishi jari yake China kile makorogo mahithete kuitaba yenyewe unajua juzi kuna siku hata 2 to 3 years kuna Mokorino alishikwa nini juzi nini sio wote wale wabaya endelea si alikuwa ameweka bangi kwa kichwa endelea wachana bangi sio ni yao nikia dado mahike ni mante tikana hizo za tulika sasa tulikuwa tumebarikiwa sana my dad ni mtu alikuwa na favor hata kwa hiyo plot naambianga watu hiyo plot
ungedhani ni ya my dad but ni ya mtu alikuwa amekomboa huko. Yani alikuwa amepewa favor ya kuogopwa kuona kutikio kila mwishi because walikuwa wana Kamotho ijaanza saa hii. Kamotho ilianza kitambo. It's a big name. It is a big name. Sasa hiyo unaona, acha nikwambie tu kweli. Chanicheke. Usichome. Sichomi hata ndio. Unaona sasa hii mwenye anashikana na Kamotho kile is a big name. Anaenda kama amechomoka. You can tell you, yani nafurahia. Me, I'm happy by the way. I'm so happy juu ya the way jina Kamotho siku hizi hata tunaenda na unasikia ni bado theoria wewe story ya Kamotho ushamwana keni mwega unasikia bado Kamotho inatajwa. So we thank God ilianza kitambo. But still babangu hata kama alikuja karibika alikuwa bishop mzuri sana. Hakuwa na mambo mingi na alikuwa anapenda mama. My dad alikuwa anakuja na makaratasi hizi za food. Hii moja amebeba snacks zetu, hizi zingine amebeba snacks za mama. Na tuko kwa ploti. Mpaka zingine tunakosa kwa kuweka waneka chini ya kitanda. Juu tuko tumechukua nyumba mbili. Nyumba mbili. Na every time tungebarikiwa, God alikuwa anafanyisha kitu. Ina happen kubwa. Like nakumbuka venye nyumba yetu ilikuwa imemaliziwa kujengwa because ikijengwa my dad alikuwa anatuchukua mpaka na mama. Tunaenda huko tunaona nyumba yetu. Tunaona venye sasa hii mansion yetu inajengwa. Tulikuwa tunaenda sisi wote after church. Tulikuwa tunafanyia church mahali kunaitwa YMCA Vika Town. Sisi wote tunaona kwenye nyumba imefika. Kwenye nyumba imefika. Na usisahau Kibogo ya mwalimu huyu mwingine ako huko. Ako huku kwa kanisa na ako na nini. But sasa nilikuwa unaona unasema mabranches. Kanisa zetu zilikuwa za mabranches. So kulikuwa na hiyo ya Nyahururu kwenye akina nani wako. Akina Tabitha Mboro, Soro wote walikuwa huko. But sasa hiyo tu ilikuwa Vika Town. Mboro alikuwa mshirika? Si mshirika. Huyo alikuwa mwenye anabeba handbag ya bishop. Wow. Mama alikuwa ameambiwa na dad aende anapikia Unaona penye anakuanga na hiyo roho ya watu. Alikuwa anaenda anapikia hadi hao watu wanafanya. Kama saa hii mama anajitolea anaenda anapikia watu wanajenga. So alikuwa anafanya hivyo. Yaani alikuwa na ile umungu ndani yake, ile ubibi ya bishop ndani yake. Na dad alimpenda hivyo penye yako. Na nikiwa alikuwa anampatia watu hivi. Mbio hivi yani haraka hivi yani hata nilisikia Davis wengine hakuwa anawajua vizuri hata wengine bado hata wale hajai wajua vizuri huwezi wajua vizuri sababu tukikaa kama mtu kamekuja tukikaa kengine so and then it was just ilikuwa tu furaha mpaka tulikuwa mama umepewa Kanani mpaka unafanana na nika nafanana na dad mbona dad ya mwisho tunakaombea tunakavalisha kitamba tunasabarika kokote firida zinashonwa yes sometimes nasemanga acha sasa hivi furahie tukiongea hizo maneno so nilikuwa nasema tungebarikiwa kitu ilikuwa ina happen nakumbukanga nyani hii stories jaiambia watu ndio tuhame 207 tumebakisha sasa like 1 week nyumba iende iombewe ifanyiwe party iombewe Nyanyo alichomanga nyumba yetu ploti hiyo nimeisemea huko watu hawajui ile room tulikuwa tunalala so juu ya watoto kukuja kurororo mam ingebidi tuchukue another single room so tulikuwa tunakaa single room kakokona Nyanyo tu ile akawasha kiberiti akaona kuna nitango kuteteketea Nyanyo kakatoroka ndiko alikuwa katoto no ni sign ya kuonesha watu tumebarikiwa koza hatukukaa huko si ndio tulikaa like 1 week na watu walisikia vibaya venye babangu alitoka hiyo kijiji ya Makongeni ndio tuhame so venye tulikuja huku tena safari kaanza tukabarikiwa na Jimmy very cool smart nyingine nani Kani Veronica unajua sasa ukiona Davis sikutaka kwake sababu sasa walikuja before umaste mtu kingine kanakuja so mnaniruhusu ninauliza so Kanika Veronica Jimmy akakuja Veronica akakuja Gladys akakuja mwingine ni Enjo sasa ndio mashida ilianza nikiwa nilikuwa form 4 yes I was form 4 but nilikuwa ninamaliza sasa Enjo acha na Kamuna Enjo na hapo ndio mashida zilianza but tulikuanga na furaha hata hii nyumba yani dada alikuanga mtu amebarikiwa unaona kama hizi Land Cruiser zimekuja saa hii hizi ma V8 my dad saa hii babangu alikuwa ana favor ile anakujengea nyumba because ni best contractor anakujengea nyumba inatokea exactly mpaka anakuongezea unajua ukimlipa unashindwa hata yeye alikuwa anatuambia huyu mtu ameshindwa atanilipa aje ananilipa na gari yani alikuwa mtu mwenye amepewa ile favor kuna favor
guy mimi hata sijawahi iona hiyo favor na mtu. Kuna favor najua babangu Kamotho alikuwa nayo. But you know ni poa tu venye kulienda ya at least hiyo favor inatuangukia. Sasa shida zilianza after sasa form 4. But nikiwa form 4 mom ameanza kukosa kukuja kitambo. Nikiwa form 1 form 3 alikuwa anakuja ananiona. But sasa form 4 nikiwa form 4 mama anakuja tu akuji hata kuniona. What do we call this? Unajua nimesahau visiting. Unajua mimi nimetoka 10 years from now. Sasa siwezi kumbuka. So visiting. Yeah, sasa nilikuwa naona mama anakuja hata ananiambia vile dada anabadilika, lakini hatungewahi jua. Sababu washirika wenye kwa ile kanisa wanaomba, wanapeleka vitu ziko zinaitwa migambo. Kwa hii church kuna kitu sijaambia watu tukianza. Kuna kitu ilikuwa inaitwa migambo. Migambo ni dream. So inakuja in short of, yani migambo inamaanisha ni dream, so ataiandika chini in short of letters. Yani in short of maneno. Inakuja migambo. So nilikuwa naoneshwa, tulikuwa tumefunzwa Mungu anasemanga. That's why naambianga watu don't judge even Doita. Doita ako kwa hata kama kanisa iliisha, ako na ile tu mafikira, yani ile mambo tuliambiwa ndio ana follow. When unaweza peleka mtoto PCA Sunday school afunzwe, usichune ufanye nini hivyo. The same with sisi. Kuna kitu inaitwa dream. Any dream naenda. Hata unajua unaweza kosa mgambo unajitungia. Babangu asiseme atuombi sana. Unaenda unajitungia unamdanganya. Papa nilikuwa nimeonyesha ukiwa umenunulia baskeli ya red. Unajua kama kuna mtu mwenye alikuwa anaamini hizo dreams ni my father. Na hapo that is another mistake na sama babangu alifanya. Kutaka sana kubelieve in dreams hata kati kujua kama ni ukweli, unaona. So tulikuwa tumefunzwa mafunzo ndio hapo ndio sama brainwash zinakuja. Kwa dreams na prophecies zilikuwa lazima. Na ukikosa mama she can tell you, hata ukikosa kupeleka anakuita anakuambia uombangi siku hizi, kwa nini uonyeshwi maoni? Sasa wewe unasema lazima nionyeshe baba yangu penye mimi ni mzuri ninaomba. Ninafikiria tenda kuambia babangu ni wacha nene nimwambie nimeonyeshwa uninunulie doli 5. Na babangu alikuwa ana believe na anaandika, kuna kitabu alikuwa nayo kubwa hivi. Anaenda anaandika. But nyingi wazo hata ndio alikuja kushtuka tukisema. Zingine tulikuwa tunajitungia. Hata zingine huyo Tabitha alikuwa anajitungia. Jua hata sisi unajua roho moja na mashetani moja zinaendanga pamoja. So hata saa zile yeye mwenyewe anakuja kudanganyana kama vile alikuja kudanganya yeye ndio bibi ya bishop. Hiyo inaonekana hakuna mahali aliota. Ni Mungu mgani yeye atakwambia bibi yako si huyo, bibi yako ni yule. So hizo ma connection bado zilikuwa. Na naona ziliweza kutubeba sana before tuje kurealize atungefanyia mama hivyo. So mambo iliharibika hapa nikiwa form 4. Sasa mama akitaka kupewa Angel Maria. But mimi nikimaliza form 4, my dad, so hapa ndio naonanga babangu alianza hii maneno. Tukiwa hata alikuwa ameanza hii maneno kitambo, ni kujificha alijificha. Mimi nasemanga koko modo mwe hivi na secret my father. Unaona vile watu walianza kusema ati kama kuna mtu anaweza toa certificate ya matusi ni my father. Certificate ya secret ni my father. Sababu uone goma mashetani zilianza saa zile alifukuza Davis alifukuzwa 2013. Wanarewelera mtoto anataka kusoma hii hata kumpeleka mjengo. So mashetani na mavitu zilianza huko. But we still thank God saying for Davis and all that. So mimi after form 4 mimi niliambiwa nilikalishwa tu chini nikaambiwa nataka ati niende kwa Tabitha kwao Nyahururu. Aende juu nimemaliza form 4 anifunze tabia. Na nilienda kwa Tabitha. Huko nako ndo nilipatana na the hell. Kama kuna mtu mwingine amepitia hell ni mimi. Watu wajaanza kufungia mama mchuzi. Walianza na mimi kunifungia. Hebu shtuka. Unaona vile mnasemanga ati mimi ndio mama ndio alifungiwa kwanza. Kwanza ni mimi nilifungiwa. My mom is a witness. Moyo is a witness. Even Mbolo huyu wanamtanga Mbolo whatever is a witness. Walikuwa wananifungia. Hiyo spirit ya kufungiana wako nao. Na ndio unaona wamefungia Doita huko. Huko juu obviously ni kumfungia. So mimi nilipelekwa kwa huko kwa Tabitha na ndio nilipata mateso mingi sana juu hapo Tabitha nilikuwa nimenunuliwa kwa familia yetu
mimi nilikuwa favorite sana wa my dad. Sababu mimi nilikuwa mwanamwadhiki. Hata sasa hivi nakuanga mwanamwadhiki. No, sasa hiyo siku nikiwa mwanamwadhiki alikuwa ananitumia vibaya. That's what I came to realize. Unaona? So I was the favorite. Sababu pia mimi nilikuwa mama yake. Unajua mimi ndio Nyawira, mama yake. Na mama yangu alikuwa anapenda sana Nyawira. Hata shosho anashanganga sana. Anashangaa nini ili change Kamotho juu vile alikuwa anampenda. Anashanganga sana. So mimi ndio nilikuwa kwanza kununulia hii tulikuwa tunaita hiyo touch screen. Juu hata sasa sijui inaitangwa aje. Inaitangwa hii smartphone. So kitambo tulikuwa tuna Android. Ilikuwa ya white. Kali sana. Hizo siku hiyo kama sijui kwenye Tabitha alipeanga kazini yake. But ningekuwa nayo ilikuwa original. Ni zile zilikuwa zimetokeanga the first. Venye tu zimeadvertisiwa hivi babangu akaninunulia. So nikaenda nayo. Ndio nikiwa huko Tabitha alianza kusema ati nimeanza kulala na wanaume huko. Hata kuna mwanaume mmoja amenirape. Nikanyang'anywa simu, singekuwa na conversation. Wakanichapa, walikuwa wananichapa na mboro, wananifanyisha kazi. Mpaka siku moja Tabitha, huyu mama ameanza kisirani mapema sana. Hata kama kuna mtu anapewa certificate ya kisirani na kukuambilia hapo kama nini cactus, ni huyo mwingine anaweza pewa certificate. Kijana tu amefagia, ameweka uchafu kwa mlango yake. Wamekosana, wametukanana. Akakuja, juu sasa unajua nimeweka ile baridi. Yani hata simu siwezi kuwa na communication niambie dad vinye natateswa huku. So akakuja akaniambia wacha, walikuwa wamenikombolea single room yangu. So huko ndio walikuwa wananichapa na mboro, wananiambia maneno mabaya and all that. Little did I know kumbe wako na afya na my dad. Juu kuna kamawe. Sasa hata nikianza Nyahururu naezaonesha kamawe kenye Tabitha alikuwa anakaa. Hadi bwana yake akiwa juu alikuwa na hoteli. Walikuwa na ka small hotel. Bwana yake alikuwa anapenda sana kupika hizi vitu chapo, yani ka hotel. Unaona ka hotel kama chini. To the getheri for living, wakuwe na living. So hiyo kamawe kalikuwa pale. Hapo ndio walikuwa wanafanya conversation. So huku kumbe mateso inaendelea. Na mimi bado mateso yangu iko wapi? Iko huku bado Nyahururu. So hapo kamawe naweza kuonesha penye Tabitha na Kamotho walikuwa wana have conversation. Hapo ndio walikuwa wanarushiana mustari. Wedeteta getheri. Yani ya mayoni bini magitheri. Ona mtu maugutatu. So nikapitia mateso mingi. Huyo kijana walikuwa wameletana, wakakuja kaniambia kwa huko room, nataka tuwekelee kijana amekurape na tuende nikupeleke hadi hospitali. And I was virgin. Siogopangi kusema. So ninapelekwa hospitali na rushwa mavitu. Mpaka daktari anamuita hapa kando. Naona akimwambia kitu. Lakini huyu juu ya kuhongana anamwambia wewe pima. Lakini najua daktari alikuwa anamwambia huyu msichana ni virgin. But juu ya kuhongana kaandikwa amenirape nini. It was a case to case before ikuje kuisha. Hata huyo kijana alikuja kunipigia time aliniona tuko. Na nikamwambia mimi hata nikisema umenirape nini alielewa. So pia yani alielewa, anaitwa Ben, ni mzuri sana alielewa. But nilikuwa naona vile anasafa, but sikuwa na my dad akona hizo guts za kusimama mbele anasema yes msichana wangu amerepiwa. Na ndiye bishop na amedanganyana. So unaona Mungu imemtoka. Wanataka kurusha yule kijana huko ndani. So tulikaka tukakuja. Another mistake my dad alifanya. Alichukua hii familia hii Nyahururu. Akaitoa huku akaileta Witeithie hii nyumba yenye aliuza Ebeneza house. Sasa huko kulikuwa na 1 bedroom. So tukabebana na wao tukakuja huko. Sasa ndio mateso ilikuja ikakuwa mimi. Ilikuja yani ikakuwa ile kabisa. Nikafungiwa huko. Nikaambiwa pia mimi juu ya kurepiwa ati na rape watoto wa Tabitha. Bako huyo kijana wake mwenye alikufa a month ago. So nikafungiwa, my mama anakuja, namuona anakuja. My dad anakuja. Nikiwa nimefungiwa ninafunguliwa. Wanajifanya venye wananichekesha nini. Najaribu kuambia my dad huko, but sasa nimewekwa ile uoga. Babangu hawezi sikiliza. Babangu amepoisoniwa na dreams ati mimi Mungu amesema nina rape watoto, so hawezi nisikiliza. But namuona anakuja. Na anaona vile nimejaa bruises huku, nimechapwa na mboro na Tabitha na hawezi fanya anything. Na hata nimesimamishwa kanisa. Another thing ni kushtue na hii kanisa Body of Christ. Ndio naambia watu watoe hizi vitamba. They know. Ukifanya makosa, especially ukidharania, ukilala na mwanaume unafutwa kazi, unatolewa kanisa. Kulikuanga na hiyo kutolewa kanisa. Yani unachujwa. Unatolewa. Kwanza unaitwa meeting kanisa, unasimamishwa na mboro barodhi, uwezi ongoja, uowe, umekimizana na msichana umemweka kwake. Kama sasa hii nitumie Santisia, ningekuwa na mtoto obvious angenichukua. Angekuwa amechujwa kwa hiyo kanisa. Ilikuwa na mambo mingi sana. Hata kitu kadogo unaekelewa. Kwanza my dad
ali make mistake kusikilizanga dreams. Hata alikuja Barodhi na ni uongo. Mtu kwa hiyo kanisa ilikuwa na wivu. Mimi kama sitaki kuona hiyo kanisa nilikuwa na baba, nimeoneshwa Barodhi ni mwizi. Kwa ile kazi anafanya studio, kazi yake ni kuiba. Sunday unakuja, hata unasikia kwanza ukienda kutoa ushuhuda unasimamishwa. Simama wewe, acha tu ushuhuda, wewe tumekuchuja kanisa. Yaani ilikuwa na mambo mengi sana. But nakumbukanga after all that ndio unasikianga mimi nikianza story sasa. Hapa unasikianga nikianza kwa corridor. Sababu ni venye mama kwa karibu kupewa Angel Maria, ndio nilitolewa kwa Tabitha. Juu mimi pia nilikuwa nimetoroka. Kuna siku nilikuwa nimeruka kwa balcony. Juu venye wamenitesa, wamenichapa, naenda hadi kwa ushosho mama ya mama mwenye amekufa, namwambia asiniseti, nimekuja kukaa seti, ninarudi kule. So nilikuwa nimepitia mambo mingi sana. Na wananichapa na boro. Ile unasikia mpaka unajua kuna kugonga, unaweza gonga mtu mpaka unatoa kaule ka sauti kapunda. Sasa uwezi lia, ni yako ka sauti unatoa. So nikaruka kwa balcony, nikaenda, dada kunisikiliza akasema ni wagani waku, matabia zako ndio zimefanya ukae huko, rudi. But sasa ile siku mom alikuja kupata mtoto, ndio nilikujiwa kutoka kwa Tabitha. Tabitha akanipeleka, tukaenda. Ndio nikapata mama hapo kwa corridor. Sasa hapo ndio naanzanga story ya venye nilipata huko. Nikapata mama hapo na enjoy akiwa kwa tumbo. Anazunguka, namuuliza mama ni nini? Ndio witi akina baba wakupeleke OC. Na Tabitha na baba wamekaa huko sitting room. Wanapeana story. Mama kwa huku nje. Unajua uchungu ya mtoto. Juu mimi sasa nimepata mtoto, mimi nimejifungua, najua hiyo uchungu. Mama kaenda kawaita. Imagine these people were so ignorant, walikuja after 30 minutes. After mom sasa mtoto, na sasa mom hatujui mtoto amezunguka juu ya venye mama alikuwa ametandikango. Nakumbuka venye anasemanga alichapa mtoto akagaruka. So niambie uchungu yote. So ndio mom wakakuja wakaenda. Sasa nakumbuka babangu alirudi akatuita meeting akatuambia, sasa kuna mambo mamako ameanza kuwa akifanya, tutaki muongeleshe nini, akikuja na mtoto wake mwenye atapata mumuoneshe ile room. Unaona huko kwetu mgeni alikuwa analala room ya chini. So tuliambiwa tumuoneshe akae huko room na tusimuongeleshe. Alafu another thing babangu akanipatia cabbages na mchele. Alafu ile chai ya kujiona ati ndio unapea mshairi. Na kitambo babangu alikuwa ananunua mavichwa za mbuzi, tunaverukia supu, yani hata sijuangi. Yani mpaka unasikia huyo mshairi atarudisha mwili haraka sana. And mpaka alikuwa anachukua babangu, okay, tukiwa wadogo, hangewahi shika huyo mtoto akiwa mdogo, but he was there kwa huyo mtoto. Unaona mpaka baba amependa huyu mtoto. But sasa Angel Maria mambo imebadilika. So mama akitoka hospitali akakuja. Hata tukimbii kumuuliza kama kitambo tumepata nani, kanafanana na nani. Sisi wote mama alikuja nikamwambia mama, ukae kwa ile nyumba. Baba alisema ingie kwa nyumba. My mom ni yule mtu wa kuuliza nini, anatuangalia like nini anamkimbililia. Akakuja kwanza akakaa kwa sitting room. Akakaa nikamwambia ukwambie ukae hapa, uliambiwa uingie kule ndani. So akaingia. So babangu, ujue mimi ndio naambia watu ni kama mapepo. Sasa nimesahau ile nilikuwa nafanyiwa kwa Tabitha, nimekuja tena nimepatana na mapepo za Kamotho, nimeanza kuzifuata. Sijui kama unaona, nataka na watu waelewe. Yaani ni kama mapepo, alafu hizi prophecy. So nimesahau ile mateso yenye nilifanyiwa kwa Tabitha, nimekuja sasa kushikana na hii tena ya Kamotho. Mama kakaa huko, nikampelekea chai, mchele and all that. Na hiyo ndikakuwa mtindo, mama kakaa huko. Kukaa ndio dada akakuja. Sasa dada ameanza kutupoison mind. Anatuita parade. Akatuambia mama yenu jua sasa ameingia hizi mambo za Illuminati, Marekani and all that. Na babangu ndo nikuja kujua, alikuwa anatuwekea mpaka hizi movie za Illuminati, watu wenye wameingia Illuminati. Alikuwa ameanza ndio approve. Tu anataka kutuonesha venye watu wa shetani wanakonga wabaya. Kaza kutuambia hata mama yenu amekuwa muuaji na kuna vitu anajipaka huko. So anataka tuchukue ndani was 3 months. Kuna vitu anajipaka huku, anataka kusacrifice mtoto. So tukaitwa mimi na Dhoita. Ndio nikaulizwa Nyawira utashindwa na huyu mtoto. Nikamwambia hapana, siwezi shinda. Kama mama anataka kusacrifice mtoto, acha nichukue mtoto. Ndio tulienda tukapata mama kwa ile nyumba ya chini. Unajua sasa kwa ile nyumba ya chini nikachukua mtoto nikasema nitakaa naye. Mama tukamchukua tukampeleka juu penye tukamfungia na ile. Ulikuwa pati ya wale walimfungia? Mimi ndio nilikuwa na hiyo funguo vizuri sana. Ni wewe? Mie kwa modoge kuigira shafi wega ni mie.
Yaani sasa ulikuwa unamfungia mamako na ushtuki hivyo uko tu sawa. Hata sikuwa huko. Mimi nimeambiwa umeambiwa ni Illuminati period. Na ujue ni ile maprophecy. Mungu amesema tuondoke mama. Na ujue sasa tumelelewa hapo. Unajua umeonyeshwa njia ya Mungu amesema. So tumewekwa hiyo. So tukachukua mama tukamfungia kule juu. Na ujue hakuwa anakula poa, so she's weak. Oh yeah. Na mwenye sasa anakaa kashushu sababu ya zile vitambaa na nini. Unaona sasa. So nikapewa funguo. Nikaambiwa hapa nitakuwa namfungulia saa zile babangu anakuja. Hata chakula ikikuja namrushia kama mbwa. So nikachukua ule mtoto. Yaani ulikuwa unamrushia kama unaona wakati COVID iliingia Kenya venye tulikuwa tunaambiwa ati mtu sahani ina hiyo hata ni mzuri. Hii unarusha imfikie kule kona. Niye Nyawira oyo omwe munyendete oguo. Na rusha kona. Acha tuchekange vitu zingine juu zinakaa fani. Sasa unajua kuna vitu zingine hata unaweza funguka macho ushangae ulikuwa unafanya nini. Hata mimi nashangaanga nilikuwa nafanya nini. Na imagine sasa kajulikana. Kikao dha. So nilikuwa namrushia hivyo inaenda kona mpaka ifikie juu. Study room zilikuwa kule. So mtoto akaanza kunisumbua. Mama kwa huko juu anasema, nipeni mtoto wangu analia." Mpaka sasa nimekuwa bita. Yaani nafungiwa kama wakati wa serikali ya Moi na uko kwako. Ni kama mashetani. Ni kama mashetani. Wacha nikwambie, watu few wao wanaelewa hii story. If unaelewa nikisema tulikuwa tu ndio hata unaona mama ananyenyekea. Anaona tu nile unajua kuna vile hata wewe mtu hapa hata wewe bado unaweza kosana na bibi yako one hii ni majaribio ya mpaka uone kama itaisha. Unaona? So ndio mama unasikia kiambia watu nilikuwa tena bibi ya Bishop. Unaona? Lazima ningenyenyekea nione kama hii ni majaribu itakuja kuisha. Kumbe ule amekuja na fujo tumwaki wako. Kuna majaribu nikuja kuona iwezi isha. So ulifunga for how long? Tulimfungia for another 3 months. Yeah. It was another 3 months. Kai. Na unapigia ule Tabitha, kumbe huyu ndio anakukula. Na siogopaki kusema ni Tabitha. Yeye ndio anatukula. Na sasa hizo hatujui. Tunajua washirika ni adhigu. Washirika mekelete filirida. Na mkitambaa mako hagi na mato. Kama mtu anafunga hiyo vitambaa, nimesema wafungue masikio. Nikioma taigwa. Mbaya tigana holosi. Dina bere. Dina bere. Kia kumia gorota filao. Matiga kumia filao ni magathuka yathuke. So na napikia huyu Tabitha namwambia mtoto amenisumbua sana nifanye nini? Imagine Tabitha akona guts za kuniambia ati assume wale watoto wanakonga wamekufiwa, mama yako wamekufiwa, wanafanyanga nini watoto? Si wao wanalea na watoto wanakuwa. Hata huyo assume mama yake amekufa. Ni ndio yake nilio mwaki wangu. Nikasema kwendete. Nikaanza kulea mtoto lakini nakumbuka the first day babangu alikujanga na maziwa ya Mount Kenya. Imagine. Na si ati ana pesa, juu before pesa ikuje kuisha, obviously alikuwa na pesa kununua nani. Hata kuwa human ndio nasemanga. Babangu alikuwa human analeta maziwa ya nani kwa nani Angel. But alileta maziwa ya nini? Alafu analeta ile Angel Maria. Na huyu mtoto ungeangalia, muangalie the first video. Huyu mtoto akikuja, mkiangalia macho zake kitambo zilikuwa zinakaa zimehororokera na miguu huyu mtoto alikuwa anakaa kwa weak. Sasa hii amwezi ona difference, but mimi naweza waambia Angel ya what do we call? Ni immune system yake kukosa, alafu kosa kula vitu za nini kalikuwa kamehororokera na ndani. So mimi nikampa maziwa, alikuwa ananitapikia na niharia, but ninatidikana tu na hiyo maisha. Hiyo tu. Sasa kumlea ako lakini umemfungia. Nimemfungia huko. Kwanza nikisikia kianoka naenda hapo kwa sasa namwambia wewe wacha kuongea hivyo. Mpaka sasa nimekuwa bita. Unaambia mamako hivyo? Wacha kupiga makelele atukupei mtoto. But thank God to our grandma alikuja. Mama ya na unapata usingizi. Ngo muno na yejo. Mimi si nimeambiwa Mungu amesema mama yangu ni murogi nitafanya nini? Na ni Mungu amesema. Na ni Mungu amesema. Ujue nimelelewa kwa ile kanisa ninaonyeshwa. Wacha nikwambie. Unaona hiyo kanisa ungeonyeshwa Mungu amesema ukifika 18 years ngoe masikio moja ungengoa. Ungengoa. Kuna beliefs Kwa hivyo ni chenye umeambiwa bora ni Mungu amesema. Bora ni Mungu ametidikana nayo. Shosho akakujanga akapata tena hizo pepo huko nyumbani. Kwanza babangu alikuwa amejenganga pale nje ka sitting room ketu kama watoto. So tulikuwa tunaenda tunaungana huko. So alituita sisi wote. Sasa ujue mama tumemfungia kule juu. Ujue Davis hayuko. Kamuna akaja kuja. Unaona? Kamuna akaja kuja.
So shosho akakuja akatuambia mimi mpaka tunamwambia wewe shosho, mama yangu amebarikiwa speaking in tongues, but hatuoni ni speaking in tongues. Sisi tunaona huyu ni mapepo zake anaita, huyu yani ni mtu Illuminati, ni mauchawi. So tulikuwa tunaambia shosho, unasikia hata venye anafanya huko, huyu atakuwa na kisu shosho, huyu aende huko juu atakuwa. Sasa shosho mama your dad. Yes. Mata sasa mother-in-law to mom. But unajua another thing watu wanafaa kuelewa huko, hatukuwa na freedom na exposure. Doita hana freedom na exposure. Akiweza kuwa na hizo vitu mbili, anaweza ona life in another way. Aone ni ukweli. So watu wasijudge Doita. So hatukuwa na freedom na exposure. Ujue kanisa kama hauna nguo na kitamba sasa hivi ungekuwa rafiki yangu. Marafiki hakuna. Ni marafiki yako ni nani mshirika. Kwa hiyo mimi naenda shule ninasoma, ninarudi. So hata freedom kujua mambo atungejua. Sasa hata shosho kushinda kituambia tulimwambia wewe shosho si hataki hiyo maneno. Sisi tumeambiwa Mungu amesema. Shosho akamwambia tiko tako igwa. Tika ikodera de toisho muradera. Murage mamuanywa Nyawira. Utidekanite naye. She was tough. My grandma was tough. So after that so ndio shosho venye alikuja wakaenda wakaongea. Unajua sasa mimi nilikuwa naondoka. But sasa mostly sasa nimekuwa ni mimi nafanya kazi huko sasa ujue. Kufua kunini ni mimi nafanya kazi huko. Na huyu Tabitha bado anapiga simu, mamangu anapigia simu anamwambia, but mimi nasemanga ni vile tu singejua, but mimi nasemanga ningejua kenye babangu alikuwa anafanyia mama yangu huko juu. Maybe ndo unajua mzazi. So sasa mama walikuwa wana communicate na Tabitha. Nani? Si alikuwa anamwambia hizo mashida. Si ulikuwa unamwambia hizo mashida. Kumbe unamwambia na yeye ndiye anakukula. Yes, she was my best friend. Yes. Alikuwa anakuja. Alikuwa unajua yeye ndiye alikuwa na jukumu ya kukuja kuangalia watoto. Kwa hivyo alikuwa anakaa kama siku 2 anakaa. Anakuja kwa sababu kama mtoto amefanya kitendo baya yeye ndiye alikuwa wakuja kudiscipline. Kwa hivyo wakati amekuja alikuwa anashughulia kwenye nilikuwa. Na mimi nikimuona namuita. Namwambia tuendelee na kuomba sijui huyu amekuaje, amekuwa mtava na nichapa. Sasa hiyo namuonyesha, alikuwa ananishuna vibaya sana huku. Nilikuwa namuonyesha huku nikiwa na please namuonyesha. So kwa hivyo Lucidi alikuwa na manto. Nakumbuka hata wakati nilikuwa na kale kaejoka kiwa kadogo before wateki the baby. Nakumbuka kuna wakati nilikuwa nasikia niko na njaa nasikia nikuanguka na nenda kupembeleza Lucy wanipikie kauji. Lakini nao wananiambia eda uambie baba yenu, eda umwambie. Sasa nikijaribu kufika pale kwa mzee nashindwa. Kwa hivyo nashindwa na kurudi kwa Lucy tena. Sababu aliniambia nikaambie. Sasa mimi napotelea hapo katikati. Tena kanisa wakasema mimi ndio nitakuwa nikasimamishwa kanisa. Bado hiyo 2 miezi hiyo before ninyang'anywe huyu mtoto. Nikasimamishwa kanisa. Nikisimamishwa kanisa nikaambiwa sasa kazi yako ni kutupikia lunch. Kwa hivyo ninapewa ugabiri za chapati pale naingia kitchen. Napika na saa hiyo naye Tabitha amenipatia mtoto kama ako na mtoto mdogo. Alikuwaga na kama mimi ako na mtoto mdogo. Kwa hivyo niko na chapati na bebea ndio waweze kuiba pale na mbebea mtoto na hapa na shoga waru haraka haraka na cabbage nafanya haraka haraka sababu wakimaliza ile kanisa kama sijaanza kupika. Kama sijamaliza kupika nitaona vita ama unapikia Tabitha. Kwa hivyo napikia kina Tabitha wakiwa kwa kanisa kama nimembebea mtoto. Lakini nikimaliza kupika na hata sioji naziweka hapo. Ndio Lucy wakiingia wananiuliza unafanya nini hapa pada. Kwa hivyo Lucy wakiingia walikuwa wananiambia wakiniona mahali nimesimama huku naambiwa nipade. Kwa hivyo wakikuja wananipata mahali nimekaa wananiuliza unakaa nini hapo pada. Sasa mimi naondoka naenda kugoja huko taletewa chakula huko. Kwa hivyo si kuona ati hata nipike chakula vile mtu anapikaga ukule chapati 2 haraka haraka na mboga ukae kama umeshiba. Kwa hivyo sababu niliambiwa hizo vitu nisioje. Kwa hivyo mimi napika naweka hapo. Sasa wakikuta nikimalizia nakuja nafukuzwa na watoto. So shosho vile alikuja walienda wakaongea and all that. Ndio sasa the following day tuliona sasa mimi nilikuwa
alafu ujue pale juu mama kilala tulimpatia kagondoro kadogo. Hata hizi zako ni mzuri. Hizi zako hata ni mzuri juu hata hazinifinyi. Kuna kale kagondoro kadogo na kamurigeti kamekararuliwa. Jifunike tu penye unasikia baridi ndio tulikuwa tumempatia. So the following day nikiwa hapo stairs nikiteremka mama alikuwa anapanda. Hapo ndo naonanga mama alikuwa anataka kuniambia anaenda. But juu ya vile nimekauka kichwa singe hata nilimpitanisha tu, alikuwa anataka kuniambia kitu but nilimpitanisha tu mimi nikaenda. Ndio like 30 minutes TV 40 tunaona sasa mama anateremka na kakaratasi tu kadogo, na hapo ndio tukiona amekuja akapelekwa pale nje, tukaona pikipiki mbili, na hapo ndio mama alianza tuliona sasa akienda, kaanza kulia akisema woi Nyawira doita, akatuita sisi wote akituambia anatupenda, na Mwamoyo alikuwa high school, tuambia na mwambie Mwamoyo nampenda sana, na msalimie Jimmy hakuwa ameamkanga. Jimmy ndio nilimwamsha ndio nimtume kwa Moyo. Jimmy. So akasema bila anatupenda, tukaona amepandishwa pikipiki mbili na kaenda, and we were normal. Ile we didn't feel anything. Unaona? We didn't feel anything. So babangu akaenda sasa like 30 minutes 40 babangu akarudi. So tumerudi tukiwa watoto huko. So nauliza babangu nikamuuliza sasa Juma mama ameenda na atakuwa anatulea. Ujue huko kuna compound mpaka nje. Kuna ka video nilikuwa nimekea watu penye tunafanya party. Party nikisema ndio na tabira ni mami vito. Na hata nikuchekesha. Unaona hizo vitu? Nitakuja kuambia watu. Tulikuwa tumeandikiwa kwa full scope tuseme. Watu waliona hiyo kitu. Kuna kitu niliweka juzi kwa nini? Kwa nini nikiongea ile kwa YouTube. Kuna kapati kalifanywa tukiintroduce Tabitha. Tulikuwa tumeandikiwa kwa full scope. Nilikaona. Tulikuwa tumeandikiwa kwa full scope. So akanitembeza huko akiniambia nitawaletea maid huku na msikuwe na wasiwasi, mtasoma. Mtaendelea. Kuna kale language babangu alikuanga nako mpaka anakudanganya, unaona mimi niko na kila kitu, niko na pesa. Nyinyi muongojee maid atakuja. So nikarudi nikapewa mwihoko na maandiko, nikaobewa niongojee maid. Nikarudi, so nikaanza kuangalia watoto wetu na kuwalea watoto wetu. But during that period of time Tabitha kwanza hakuwahi kuja. After 2 weeks kwanza ndio nimeona sasa hii tumurano. Mamangu amerudi. Sasa si ndio after 2 weeks ndio mama anakuja kuchukua watu. Unajua kule kwa shosho sikujua nini ili happen juu mimi niko huko. So ndio ninaona nataka watoto wangu. Nikapigia baba nikamwambia nasikia kama huyo ni mama na anaitisha watoto wake. Akanikumbusha ujue hajakuja hataki watoto wake, amekuja kuwaua jo ile madhara mlimfanyia. Mjaribu kumfungulia gate, hiyo gate mtafungua kama nimekuja. Mimi ni nani? Nikaenda nikavaa nguo yangu ya red inaitwa danger, kitambaa yangu ya pink inaitwa warning. Unaniona hapo? Wasi wananiona hapo kwa thumbnail. So mimi nikongojea baba. Kwa hivyo sasa hapo ndio ile sarakasi ilikuwa kwa gate. After 2 weeks. That was Feb. It was somehow Feb. Hapo Feb. So ni Davis hata unajua Davis ni mtu wa temper. Akachukua mawe akagonga dirisha, akiitana huko. Mama na yeye geti. Jo, mimi nimekauka kichwa, hata nimechukua watoto wetu nimewafungia sasa kwa sitting room. Juu ninaona kama watu watafunja huko ndani wakuje. So nimefunga kila mahali. So ndio babangu like after 30 minutes hivi akakuja na kagari anaonekana akakuja na hapo ndio wrestling ilianza. Sasa hapo ndio akakuja akaniambia nimefika. Sasa mimi nikakuja, watu wanaulizana kama wewe anakuanga kagoni. Hiyo si kagoni. Juu anakaka kama anagonganga na ile stand ya kamera, si kagoni. Huyo ni my aunt, sister ya mama kwa Dubai. Huyo ni anaitwa Wambua huko Dubai. So ndio nilionanga nikimgonga hapo. Ndio nilikuwa na hasira. Ndio hiyo hasira yote ilitoka wapi mpaka ukachukua stand? Haribu stand ya wenyewe. Hata niliharibu. Na niko very bitter na huyo mtu wa Inoro. Na hata sikuwa okay. No problem. Nikakimbiza. Nilikuwa bitter that time na wao. Nilikuwa nakimbizana na wao. Because sasa nimeonyeshwa, unajua sasa nimewekwa ile manini, nimeonyeshwa ati tumekuja kunini nitangoje, tumekuja kuuliwa na ana haja na sisi. Alafu anaona baba yangu hapa, yani tulikuwa tunaona baba yangu ni mtu
ni mtu yani ako juu sana. He's the best, yani. Yeye ndio kusema. Akisema tunafanya. Ndio unaona nakimbizana na yeye hapo. So ndio tukafight nini and all that. Mamangu hata hakusaidiwa. Mamangu ndio tukaenda police station, babangu akiwa ameshikilia mtoto, hakuna anything hakupewa mtoto, hata kakao kadogo hivyo ka 6 months. Hakupewa mtoto, akaenda kote kwenye agenda. Si tukarudi na mtoto. Na acha nikuchekeshe. After that babangu anaanza kunikasirikia. After nimemsaidia to fight. Ndio nakwambia tena kama kuna mtu mwingine anafaa kupewa certificate ya hasira ni baba yangu. Ile anatukasirikia hadi ananiambia, "Wewe nani alikuwa anakuambia ukimbizane? Ulikuwa unakimbiza Derito ukienda wapi? Ulikuwa unafanya komando. Sasa anasema ni mimi." Basi babangu kutolea hasira. Juu ya sasa anajua makazi, juu hapo makazi by the way zilisha. Sasa favor ya babangu hapo ndio ilianza sasa kuisha. Little did he know. Juu akaanza kuniambia sijui nimemwaibisha. Anaanza kuniambia mama. Sasa hiyo ulikuwa undercover ndio. Na nilikuwa na mpaka ninatoa huku mekia. My father. No one will take my father. Na unaona hadi ananikelelesha tena usiku. Sasa umefanya hata ile sijui ni kazi nilikuwa nipewe sitapewa. Juu hiyo kukimbizana yangu. Ungetulia hapo. Na uwezi muuliza ulikuwa unataka nigongwe na stand. So ungemuuliza juu amekukelele. Yaani hiyo tu nyumba ni vituko na saraka. Sasa hivi nasema acha nicheke. Sababu mimi nilikuwa ninalia nikikumbuka mambo zingine. So tulikaa like a month hivi. Ndio tukaona sasa siku Monday morning tukaamka asubuhi ya mapema. Naona babangu ako lively. Unajua kuna asubuhi unaweza amka nione Barodi leo uko lively. Kwani what's wrong? So huwezi jua ako lively kwa nini, why is he happy? Yaani babangu hiyo siku nilikuwa naona kama heavens imefunguka kwake. Kumbe kukaa kitu saa 5 boom, lori ya white. Huku nyuma imejaa vitu za Tabitha na watoto wake wote wamewekwa kwa hiyo lori. That's why my father was lively. Hapo ndo furaha iliingilia. Ndio furaha ilikuwa juu alikuwa anajua what is going on. Sasa kwenye Tabitha alikuja huko, tukaitwa sisi imagine akikai. Sisi watoto wa baba ndio tunabebeshwa hizo vitu. So Mboro sijui kwenye ameenda. Huyo mwenye alikuwa ananichapa. Sijui kwenye ameenda. Bishop amechukua bibi ya pasta yake mshirika. Mboro akijui kwenye ameenda. Juzi niliona hapa anakuja kutefefa hapa. Ningesema sijui ameuziana wameandikiana. Bibi. Hizo ni maro. Bibi. Tuandikiane bibi. Kwani chamba. Mpaka tuko na agreement. Tasaini haha. Na consent. Tasaini haha. Ngoja kutefefa hapa. Hata sijui alikuwa anasema nini. Boro penye huko. Ole wako. Sasa maneno ni mengi huko. So ngoja kwanza nicheke hiyo ya agreement. Ndio kuna siku niliweka sign kwa shamba zingine. Ndio sana imagine nimeandikiwa watoto 5 sign. Tabitha sign. Hata najua mtu wa lori alisign. Uafikisha. So alikuja tukabebeshwa hizo vitu. Tukaingia huko ndani. Tukaitwa. Sasa hapo ndio tulileta jina nitango parade table room. Because table room yetu ni kubwa kama yenye mnajenga, kulikuanga na parade. Jote najua mama atakuwa anatuita. Lakini mama atakuwa anatuita parade. Tutaipe jina parade akituita huko. Huko tulikuwa sasa tuleta parade. So tulikuwa tunaitwa parade table room. Tukaambiwa tukahubiriwa. Kitu yenye mimi nakumbukana kwa hiyo mahubiri yote na kuomba nini. Nakumbukanga babangu kuna kitu alisema. Ati mzazi mama mwenye anakuzaa si yako na maana sana kama mwenye atakulea. Hiyo ndio tunakumbukanga sisi wote. Hiyo ndio ilikuwa inatuchoma hivi. So tukashindikizwa tukaambiwa nini, tukaambiwa unajua babangu ni bishop. Na mshirika amekuja. Mshirika aibe anaibanga na alikuwa anaimba na soprano. Anapenda sana kuimba, alikuwa anapenda sana kuimba na soprano ndio afurahishe bishop aingie vizuri box So mkisikia naimba msijali. Hizo ni za kudanganyilia bishop. So tukaomba, tukasindikizwa na maombi. So mimi nakumkanga siku moja hiyo 2 day nikapata Tabitha. Unajua lazima siku za kwanza angejifanya venyako mzuri. So nikapata akiwa anaosha vyombo. Nikamwangalia sana kaniuliza, "Kwani hujafurahia nikiwa hapa?" Nikamwambia kama wewe ndio utatulea, basi mimi sina wasi. But nianza kusikia kitu.
venye tumeambiwa ni a maid. Sasa tena nimeona bibi na watoto wake 5. So tuko wangapi? Ujue Davis ameenda na Kamunaka yuko. So 12 minus tuko 10 plus 5 15. Hata ili watoto wake 12. 15. Alafu kuna hii ingine nono hapa inakula kabisa. Unaona? Hiyo ingine nayo inakaa mutugi. Na sisi wengine unajua tunakula sana. But sasa venye huyo mama alikuja huko, chakula zilianza kuna vitu zilichange kwa hiyo nyumba. So unajua lazima kwanza angekuja ndio afurahishe bishop, yeye ni trustie hii nyumba, ni trustie watoto wako, hadi anapiga nini. Sasa hiyo ameacha Mburu. Mpaka pasi. Sasa hiyo ameacha Mburu. Mburu nimekuambia basi lori ilikuja bila Mburu. Mburu ndio alipewa original certificate ya agreement. Sasa yeye ameachwa, ameuza. Sijui kwenye alienda. Sijui. Si tulimuona juzi hapa akitevefa. Alisign contract. Mutie tigerado. Dunia inaisha. So sasa watoto ni 15. Hujui unaweza sainiwa wewe sahi. So ameachwa na watoto 15 sasa hiyo. Sasa tuko na watoto 15. Watoto 15. Unajua kwa ile age ya kukula. Ndio ninakuambia, kuna hii ndio umesikia nikikwambia Barozi. Tuko wakubwa. Nani anapita anakuwa, Rita anakuwa. Sasa kuna hii ingine kubwa umekuja. Iko na shape ya mutogi. Ndio inakula kabisa. Lakini sasa nilikuja kujua kumbe haikuwa inakula juu haikuwa na meno. Kai. Nakwambia wacha niwaambie watu kama utaki bibi yako, chukua bibi yako muweke kando, mwambie sikutaki. Halafu kama unajua hujui kuchagua, kaa single. Watu wakae single. Sababu ile vituko na sarakasi. Acha niwaambie ukweli. Mimi daka shume nene. Mimi walinifanyia machungu, nitazisema zote. Hakuwa na meno. Hiyo meno yote yamekweshwa. Natoa meno. Huyu akikwambia haya utatoroka kwa hii nyumba. Nugoria kuma radi kwenda nijikwechike mauto. Barozi kuna unaona hiyo ya watu wanajuanga hana meno, anawekanga meno. Unaona vile wewe unakinyaga hivi meno. Unakinya tumagego twaku wega, unakinya tumino twako hadi unaimba kawimbo. Hii unang'oa, unaosha kama vyombo, unakamua, unarudisha. Hiyo ni maisha gani? Watu mkae siku. Kama mtu kutafuta kaeni siku. Sasa mama akakuja. Kuna mambo zilichange huko home. Store ya chakula. Unajua kama vile mmejengea mama huku, mmemjengea hiyo stairs hapo chini atakuwa anaweka nini viatu, si ndio? Sisi babangu alikuwa ametujengea hapa kwa sink ni shuraki yake. Unaona? Dictator. Nyinyi mchukue viatu yenu muende mweke chini ya kitanda. Yeye karibu na hiyo stairs wenye wako na gorofa wananiona. Wacha wacheke kabisa, lakini wanajua vile nyumba zimetengenezwa. Hapo chini kwa stairs kunako kakastoka na kuanga. Kako kalikuanga ka food. But kwa hiyo corridor babangu ndio alikuwa amewekanga nini shuraki yake. Nyinyi wengine chukueni viatu yenu endeni mpange chini ya kitanda okolia muriga. Pata bora sizipate nje zikiwa zimetapaka, mpange vizuri. But my father, one thing I know, he was very clean and neat. Sijui nini li happen. Alikuwa very clean and neat. So ile store ya chuma yenye babangu alikuwa ameweka vitu tulitoleshwa sisi wenyewe. Tukachukua hizo vitu tukazipeleka nje, tukaosha hiyo store. Chakula store ilichange kakoko. So juu hii haina mahali pa kufunga, huko inaweza fungwa, ikafungwa. Sasa chakula ni kupimiwa hapa. Gai. Ulikuwa mimi nakwambia hata nilikuwa nimesahau kuna mikate ya yellow. Umeona mikate ya yellow Barozi Wadai? Unaona tu mikate ya yellow. Buffalo. Hapana chana buffalo. Juu buffalo tulikuja kukula nusu. Kuna hizi mikate babangu alikuwa anatuletea za yellow. Very sweet, hata unaweza kula. Zote ziliisha. Chakula ilichange kania. Mpaka watoto wakienda shule walikuwa wananikujia wananiambia, "Lucy, si unipe mkate yako." Juu mimi ni huruma nampatia. Lucy shiba chakula ninampatia. Huko another thing ilikuja. Kichapo. Unachapwa mpaka Barozi nakwambia Doita kuna siku alichapwa juu ya kukula tu ya kupigia nani dhero. I mean akapiga tu jokes kwa Tabitha. Hiyo joke na akaenda akakula snacks ya
Mtoto wetu alichapwa na safari boot, akatoka damu ile unaona ile damu ya kabisa. Mimi kuna siku nimechapwa mpaka Tabitha, babangu anasema nitakumaliza. Tabitha anaendea shoka juu. Yaani babangu alikuwa mpaka hiyo nyumba yake mpaka iko na silaha. Anaendea shoka, namwambia wacha kusema atimalize, chukua umalizie saa hii. Na tulikuwa tumefika mahali tumegoma. Ile tunagoma. Na unajua watoto wengi unaona wakichapo hivyo baruti, but hawezi fanya anything. Wao hawawezi fanya anything. Sasa yeye anachapa na nani? Tabitha. Kamotho. Anaenda natusema kwa Kamotho. Kamotho juu ya bitterness na amewekwa sijui kama amerogwa nini anakuwa na ile. Yaani babangu chakula venye zimechange. Babangu tena alichange kwetu, akakuwa very bitter na sisi. Sasa hata anatutumania pia emoji tere guishio. And then munitie hao umbwa. That is another thing. Rules. Huko. Mimi mpaka nilikuwa mpenye wameanza kunipeleka shule. Tabitha anashinda akinifuata hivi. Yaani anashinda kwa ofisi 24/7. Ni kama anasikia sijui ninafanya nini. Mpaka nikitoka shule vile aliniingisha shule. Unajua alikuwa amenunua. Yaani huyu mama watu wasome. Mimi ndio nasemanga. Na wale ambao hawakusoma lakini wamesucceed, thank you for using your brains. Watu wasome. Huyu anaenda ananunua, kona pesa za kununua PT na HIV test. Nikitoka shule anakuja ananitisha makojo na ananipima kila siku HIV test. Watu wasome. Alafu nilikuanga na vita kwa hii kidole. So juu hajasoma na hajui anything, anadhani ati germs zitakuja hapa zimuonesha ya negative. Na hapo ndio niliona upendo. Venye nimeingia shule ndio niliona upendo imeanza kuisha. Pena huyu mama another thing ndio tukuje hiyo chapter nyingine. Ananunua sim cards. Unaona vile anatumia hizi pesa? Ananunua sim cards na simu nyingine. Anaenda anajifanya ni mama. Anatupigia simu. Oi Doita, ninataka unitumie 50 bob. Niko huku kwa mandizi, nimekuwa na njaa sana. Na one day nilipatanga huyo mama akiwa anapika chakula, ametuma Doita. Nikampata vizuri akipigia Doita. Doita, uko wapi nitumie? Mpaka nikamwambia, kumbe ni wewe. Unatupigia simu huko alafu ukipata new number unaenda unaambia Kamotho tunaongea na sasa hiyo siku tulikuwa tunaita Mom Virginia. Tunaenda tunaongea na Virginia. Nini? Akaanza kujirisha crocodile tears. Akaenda akasema nikaitwa hapo ndo nilikuwa nachapwa na vurutwa nywele mpaka sasa na beg baba namwambia, "Oi, mimi hata ni maneno ya huyu nimeachia huyu mama nimeachana nayo, mimi nataka kusoma." Yaani hata hiyo maneno yote unafanywa na uwezi ona. Hata kuna siku tulikuwa tumeform strike. Tukaitana mimi, Moyo, Youngblood na Doita. Nyanyoka alikuwa kadogo atungeange tuseti. But sasa iliharibiwa penye Doita ameenda huko amekula snack amekuja amechapo juu ya 10 bob. Unajua watoto hawashibi. Ndio akasema baba sasa akichapo kabisa venye mpaka anatoka damu. Wewe baba hata Nyawira mimi Nyawira Moyo tulikuwa tunapanga strike. Hapo ndo niliitwa. Kwambia ni Kamotho. So ndio tulikuwa tumefika wapi? Penye Tabitha walikuja mambo yaliyokuwa mageuka nani tu. Unajua sasa unaenda ukiingia unatoka unaingia unatoka sasa sawa. So ndio nilikuwa nasema venye vitu zilikuwa zimechange huko tulikuwa tumeform strike and all that venye kuna mingi sana ya kununua sim card and all that. So venye mimi niliingia shule nilianza kuona upendo imeisha sasa kwa my dad. Sasa nataka upendo huku kwingine. Na unajua sasa sitaki maneno ya mama. Mimi nilioneshangwa bado niko kwa hii kanisa na nilioneshwa ati Mungu amesema mamangu ni mrogi and all that. So ndio hapo ndio nilipatana na kijana. So nikakuwa rafiki na yeye. Kajulika gioka. Hapo ndo Kajulika alikuja unaona? But sasa nilikuja kuona huyu Tabitha akona hii tabia ya kunipima. Nikaanza kuona akiu mama nilikuwa nimemsoma. Julia alikuja ukiwa bado huko. Ball yani. Akaanza kujiform akiwa kadogo hivi. Kajulika kwana kwa nikarete thina tika nyakana kwa muka karoraga. Mbu niambia watu wa Baruthi wa Thayo TV. Kajulika kwa nataka kaende kwa ile shule yenye wakanenda na basi kanarudishwa. Hapo unajua hata kamekula cabbage ya jela.
Kako kanaweza kuambia test ya supu. Kajulika kwani Mathira na kojera. Kajulike hata kwa alikuwa kanazitafuna vizuri sana. Hapo kalikuwa kanafanya mpaka nakula matigio ya watu. Kajulika kwa So, ulikuja kutoka aje kwa hiyo nyumba? Nilitoka sasa hapa. Vile nimeona sasa katanini ni dalika na kasulika. Kaka acha nicheke na watu online. Sasa so nilikuja hapa nilitoka. Unajua nilikuja kuona nani anaitangwaje Tabitha atakuja kujua niko na mimba. So nilikuwa nenda namchotea maji. Nampelekea inakuja invalid ama negative. Juu nikimpea makojo, juu tena ya venye iko yellow na pia smell ata sense na nilikuwa nimemsoma. Unajua ukikaa na mtu sahi, mimi nimesoma mama. Sahi hata mama sahi nikimshtua mama, sahi niko na mapacha. Mamangu ataniambia don't worry, nitujuku twangu, bora ukizaa kasichana ukaite Virginia. That's my mom. Huyu nilikuwa nimemsoma. Huyu angeambia baba nichape hiyo ball itoke, nikose kuzaa, unaona? Ama anidanganyilie tutoe hii ball. Juu nilikuwa nimemsoma. So nikaona, hapa ni better niongee na rafiki yangu. My thank to my best friend Paulina alinielewa. But Paulina alikuwa ananiambia, "Ndio sisi uko na mama yako. Si uende tukamwona mama pia pana." Mpaka ninamprepare yeye na brainwash. Mpaka ananiambia, "Basi kaa hapa Mukireti. Unaenda shule unarudi hapa." Juu nimeanza kuona kule nitajulikana. Na for 1 week ndio sikuenda nyumbani. So one day kuna teacher anaitwa Bidan alinipigia, akanidanganyilia wakiwa na secretary Helen. Ukikuja leo nini? Sijui practicals kuna nini? Si nikavaa nguo za practicals za Pauline. Alafu tulikuwa tunatoa kitambaa. So ninavaa ile kofia ya chef. So nikaenda huko shule. But ninasikia niko uneasy. No, unajua na feelingi. Nasikia but naongojea naenda nauliza teacher Bidan. Ile kitu mliambia special huko iko wapi? Mimi nataka kurudi nyumbani. Juu pia ball inanisumbua. Unajua pia ball inasumbuanga mtu. Juu already kwanza kajulikana kalikuwa kanasumbua, kalikuwa anashuta haraka. So kalikuwa kalisha chini. So kukaa ndo nikaitwa na Helen. Kufika hapo kwa secretary naona Tabitha na baba yangu Kamotho. Na wananiangalia na machungu. So mimi niko zile za hao wamenikujia, waniuliza kwa nini siendangi nyumbani. Kumbe didaino nyanyo na huku ananyongwa na nyanyo hata unafaa muinterview kupe hiyo alikuwa ananyongwa na waya aseme ameprison mtoto. So mimi dada akaniambia kuja ingia kwa ile gari Suzuki. Unajua sasa venye huyu naye alikuja, alisema Mungu hataki zile gari mabangu na babangu alikuwa nazo, Masubaru, nini Tuariwago, hizo zote babangu alikuwa nazo. Huyu alikuja Tabitha akasema ati Mungu, unaona mango, ati Mungu amesema hataki hizi gari, nataka na hapo ndio Suzuki ilikuja. Hata that to go Suzuki ziliisha. Kwa dwarema kuna Suzuki madri kana ya maudo maike muno. Nikaingishwa kwa Suzuki ilikuwa ya white. Walinunua mpya. Lakini hapa mbele kuna wanaume wananiangalia vibaya sana. Nilikuwa najua sikuwa najua ni askari juu hajavaa kiaskari. Na nimeingishwa na babangu ananigisha gari. Mimi niko na tumepelekwa station. Huyu na yeye ako hapa tu anashida tu nikaa nataka kunitaiza. Huyu Nyawira unakuanga wapi? Huyu Tabitha. Mimi niko na tumeingia police station. But nikafikiria nikasema maybe wanataka ni sign hizo agreements juu wamezoea kusainisha agreements. Hata yangu nilisikia akisema alikuwa anaandikishwa barua cha lazima. So mimi nilikuwa naona juu nimefikisha 18 maybe wananiingisha huko ndani wanisainishe agreement ya kusema nimefikisha 18 ama waniulize mbona siendangi home. Mimi naingishwa kwa karum kaagiza. Yenye askari anataka kuhoji watu. Naulizwa, Nyawira, umekosa kwenda siku ngapi nyumbani? 1 week. Mbona? Kasema niko na reasons zangu kwa nini siendangi. Hapana. Nini uliacha kama umefanyia watoto nyumbani? Especially mtoto wa Tabitha. Nikamuuliza mimi nitoka juu ya reason yangu. Ananiambia msana nitakuzamba kofi mpaka useme. Si wewe uliacha kama hapo umepoison mtoto? Kwanza nikakuwa sasa nikaangalia babangu na nikaangalia Tabitha. Mtoto mgani Elias? Ako moyo. Lakini umempoison makatasi iko. Mwambia mimi hakuna tunaitikia. Ndio nikaambiwa acha tuite Nyanyo. Ndio nilitoa Nyanyo. Woi, hata fadhali mama kupata Nyanyo. Akiwa venye kalikuwa unajua Nyanyo hata kameveuka saa hii yani ni keupe. Nyanyo kalikuwa kameira. Alafu unajua Nyanyo kakichapwa na kunyongwa kameparara huko. Unaona kuparara hiyo kamenyongwa kamechapwa mpaka aseme nani alimpoison. Na hapo ndio Nyanyo alisemanga ni mimi. Juu aliona mimi ndio nitamuokolea na si yuko nyumbani. Siwezi muachadisha.
So ndio Nyanyua akakuja akilia akisema si Nyawira wewe ndio uliacha kama umenipea poison nipe Elias ukatoka nayo town and all that. Nikamwambia Nyanyua hivi ndio wamekufanyia wewe enda. Hii kesi hatutakubali. Nikamwambia mimi sikubali. Hii nataka tutatulie jela. Nikaoma. Babangu ananiambia nini bwana anafanya kwa yeye. Useme ukweli. Ni baka na kutukana goma utaenda kutafuta Virginia nini and all. Sasa nakuweka pressure. Huyu na yeye kama Tabitha huyo anaambia mtu ati kubali ndio usome. Kubali tu umepoison mtoto ndio usome. Juu wanataka nikikubali waweke sign pale alisema yes. Na you don't know kama wanakurecord. Juu unaweza mashtaka hiyo si wewe ndio ulikubali. So mimi nilimwambia pana. So nikawekwa kwa jail, kwa cell. Ndio hapo huyo Rebecca akuja kaniuliza, "So useme hizo reasons uliko?" Nikamwambia mimi reasons zangu nitazisemea mbele. Nataka tutatulie hii kesi jela. Na hapo ndio nilipanda hapo juu kwa chuma. Nikaona Nyanyo nikaita Nyanyo juu zilikuwa zimepesiana hivi. Nikaita Nyanyo nikamwambia Nyanyo tusitikie hii kesi. Kama ni kuroa tuacha turoti nje. Na hapo ndio tulienda huko sasa kotini. Mama kuwa bado. So Tabitha Kamotho. So sisi tumeletwa na polisi. Kasimama kaulizwa nini mashtaka zetu tukasomewa. Baba anaulizwa ati who is this? Tabitha kama anasimama anasema mzee hapa. Lakini mimi nafanya hivi. Unajua niko kwa imba wengine nafanya hivi. Sasa nimewageuka ile ya kabisa. Hapana mpaka Nyanyuka anafanya. Unajua Nyanyuka sasa kana nguvu kanafanya hivi. Mimi niko hivi. Nani akasimama kaulizwa are you the dad? Akasema yes. Is she the mother of these children? Akasema is like a stepmother. Hapo ndio judge alijua. Katuuliza mama yao akaita probation officer. Unajua sisi tumekuwa kwa makoti sinza tunawajua. Probation officer lazima tafute relatives wenyu ama mtu wenyu. Kama madam ako hapo mkonde mzuri sana. Akasema atafute mama yake. Tukufurahia. Sasa wacha nikwambie hapo ndio ndio nienda jail na hapo ndio kitambaa ilitoka. Na hivyo ndio ulitoka kwa Kamotho. Na hivyo ndio nilitoka kwa Kamotho hadi wa leo. Wewe mama. Wewe kwa hivyo. Nilitamani sana kujua vile alitoka maana watu wengi walimuona kwa gate akifanya sarakasi na kufukuza lakini hawakujua the reason behind na vile alikuja kutoka. Okay. So ulikuja kupata Julie ukiwa nje? Kwa mama. Yeah. Juu kalikulia huko jela. Hapo nilitoa kitambaa. Vile nilipelekwa jela, Nyanyua alichukuliwa. Nyanyua kwanza akarudishwa tena cell. Mtu amepitia. Akaenda ni anafagia kinyesi ya watu huko ndio katoto, madharau, baridi. Ndio after all tena mama hajapatikana, tukarudi tena jail. Akapelekwa Kirigiti kwa watoto sasa. Sasa hapo ndo nitolea kitambaa, nafika huko naambia mimi ni dada. Sitaki kutoa kitambaa. Kanisa yetu haturuhusu kutoa kitambaa. Nikaambiwa nyamaza. Unaniambia wewe ndio kitambaa na wewe umeua mtoto hapa. Rot in jail wewe. Tebuto hiyo kitambaa na sasa kuharibu maneno kashosho kakapita hapo. Nikamwona na venye shosho ako na hizo lines 8. Uende utafute mwenye. Yani those people don't care. Uende utafute wenye ameshuka huyo shosho uende ushuka hata wewe hizo lines 8 na utoe kitambaa kwanza ndio nilivuto ya kwanza. Alafu na another jela watu msiekelee watu. Wacha mtu ende na makosa amefanya. Wengi wao huko wameenda juu ya kuwekelewa. Unafuata uanze hiyo show ya kwendanga huko usikilize hao watu. So how is your life after jail ama after kupatana na mom? Maisha ilibadilika kivipi? Ilikuja ikabadilika ile ya kabisa. Ile sasa ujue sasa kwanza kule nilikuwa napata kama ilikuwa kidogo huku sasa ni kujitafutia. Nikaanza kuuza uji nikiwa na ball. Katoto nako kakakuja. My mom yeye alikuwa kwanza kuja kuniona na kajuli kangu kakakuja ka baby girl karembo sana kama mama yake. But life ilikuwa haju. Mama akiuza hii side matunda alafu tulikuwa tunakaa kwa mabati kana castro. Huko ndio nyoka zinakimbizana na rat. Mnajifunika gubi. Alafu juu mimi nilikuwa mtoto, mimi nilikuwa nalala kwa kitanda. But pia nyoka inapita mbio. Mama analala chini na kina young blood na hao wote. So ilikuwa ni ngumu mpaka kusurvive. Ile mpaka mnafungiwa hiyo nyumba ya mabati. Mnaenda mnafungua, mkifungua na landlord, mnaenda mnazunguka usiku ukuja mnafungua mnalala. Asubuhi mnatoka ndio landlord apate venye alifunga. Na imagine it is only 2500. Ilikuwa ngumu sana. Davis naye amechukua plastics. Majugs, mavikombe. Amepeleka miguu Westlands. Unaona Westlands ametoka Zimamani miguu amepeleka Westlands. Tunakuja tukiunganisha pesa haitoshi. Sasa until
venye huyu Tabitha mtoto wake alikufa. Hapo ndio watu walianza kusema kwanza msisaidie huyu juu alikuwa amesema akuja asaidiwe ati shule imeua mtoto wake. But ni mapigo tu ya Mungu na yeye ndio anajua vile alifanya mtoto wake. Ndio hapo ndio sasa story yetu ilikuja ikakuwa sasa live tena. But it was hard. Family Chronicles. Lakini hii yenu ni kama unajua the reason as to why nilitaka Nadia aongee because watu walimuona sana. Some people hawajai kuelewa and that's why unaona wakati mwingine watu wakiwa na mkasiriko sana. Hawajai kuelewa and they didn't know the reason behind ya kufungia mom. Ati haikuwa decision yako, ilikuwa kubrainwashiwa mpaka lazima ungefanya hivyo, lazima ukiona mamako ni mbaya. So what is your ambitions? I mean, ulipitia hayo yote. Lazima uko na mipango ya maisha. Unajua after kupitia hizo sarakasi zote, umeteseka, umeona mama akiteseka, wewe umeparticipate kumtesa, umetoka umepata mama ndiye huyo na ile maisha. Now that we are building your nyumba yenye mtakuwa mnaishi. What are you planning to do in your future? To make sure that hawa watoto wenye wanasomeshwa juu tayari bashapata sponsorship na nini, utakuja kusaidia aje? Thank you so much for that question. Mimi nakuanga na dreams kubwa sana. Na mimi kitu moja najuanga na mimi najitanga go getter. Mimi nikijua sasa nataka studio kama hii, haki nitaipata. Because one thing nataka ku appreciate kwanza hata tutaki kuwaita wa fans ama nini, tunawaitanga our family. Hata nikipost posters zote nasikianga hello family because wametushikilia kama familia. Kuchukua watoto kuwasomesha, ati Nyanyo ndio ana national school guy ndio huyo twini. Vision yenye ilikuwa imekuja imekufa. Unajua kwanza mimi nilikuwa na ile tulikuwa in such a way tukiteseka. Hatungewahi tuko tunajua kuna watu wa Kenya wanaishi USA. Sisi tunajua Africans wanakaa kwa Africans. Yani hatukuwa na ile picture yenye siku moja ningekuja nipatane na Mary Mureke yani aniongeleshe Roslyn hawa wote akina Nimo. Hiyo picha ilikuwa imenisha. The only mtu tulikuwa tunajua ako majuu ni my sis wa my mom. Hakuna mtu mwingine majuu. Hakuna. So tulikuwa yani ile tulikuwa ile yani hatukuwa nini, hatukuwa na anything but we still thank God sababu vile wametushikilia. Mungu awabariki. Na mimi tu for now venye nasema in the next 5 years nataka nikule msichana mwenye atakuwa ana inspire watu. Juu mimi kulingana na mimi hata nikipea mtu ile advice namwambianga mimi sikupea advice yenye sijapitia, mimi nimepitia. That's why naambianga watu sisi tuliforgive our father. Tabadhi Kajuli, unajua ni kuna mahali unapitanga unasikia watu wakiuliza Juli. Wajua una hiyo story unarukanga sana. Alikuja kuzaliwa lini na kwa Juli kama ni August date 6. Na kalizaliwa hapa Thika nini juu atungekuwa na pesa ya kwenda hizo nilienda tu nini inaitango hizi za serikali level 5 huko yes. Kajulikangu acheni kakakae na amani toka kula kati sorry ajujanga inakatakatwa tunapatiwa kuota. Yes lakini ulianza kukapenda this time haukuwa unakapenda nani wewe? Kwa nini nikose kukapenda? Kuna time nilikuwa naona mtoto mwenye umekula na yeye shida mnaosha floor huko je. Unajua hizo stress na nini? Okay, azinge nishika sababu hata mambo zenye zilipitia halinipendo. Napenda Julie sana sababu yeye ndio alifanya mpaka wa leo ninakimbizana na hizi kampuni, ninakimbizana na hizi pesa. Unajua the moment uko na mtoto pale ni hotara unaweza kukimbia. Tunasikia hata Joe Kenya anasema kuna mahali tunataka kusikia na Rukaga. Wapi hapo ati? Hatutaki kuambia. Wacha nieleze na hiyo story. Ndio hiyo sasa. But Julie hata hapo she's your destiny. Najua atakupeleka mbali. Sana. Hata kama nipelekanga mbali hapa tutoka. Na next month kwa shule na school bus. Wow. Kama kapaka Nikanyina hamira hadi Kamotho. Furori mugima. Wacha nikwambie hata sikwenda mfurori mugima. Ukiona nikifanya pale Miskibogoyo, nataka hiyo view nilipie mtoto school fees. Kuna watu walikuwa wamenipigia simu na sasa wacha nisemee hapa. Mtu asinipigie simu kuniuliza Maru senioreka dia. Kehado rekadio. Kuna mahali unaachilia.
Nawaambia natafuta pesa ya Juliana ya shule. Niwachekeshe, mcheke. Muniletee hiyo pesa ya shule. Atuambie kuhusu baba ya Julie. Baba Julie yako tu hapo kutudika Makongeni bata saidiangi mtoto. Ni wale kama Kamotho tu hiyo kiredi. Walienda wakiendanga tu vizuri. Walienda wakiendanga but I still. Unajua hata mchana tulikuwa na Happiness hapa wake pia alifanya hivi. Sasa Happiness ni mjamzito. Asijali kama Happiness unaniona kwa Baruthi Wadhayo. Leo mtoto wako atakufundisha penye mimi amenifikisha. By the way kama kuna mtu mwenye anafanyanga niendelee mpaka ninashika hivi nikajulia. Juu sasa nataka kukapatia ile live ambayo mimi sikupitia. Sisi tulikuwa na pesa baada tungesomeshwa shule ya basi. So I am proud kusema kajulikana kanaenda na school bus. Wow. Haya, na mama naambiwa title yako ya Golden Dream. Ile ya Faraja tu. So, na by the way watu wa Faraja 1 and 2 title zenu by kesho zitakuwa kwa meza. Akina Miremore. So title yako uende. Wow. Na nimeambiwa sijui zitapeana on Saturday. Let me just confirm shall be issuing it to her. Yako utapewa Saturday. This Saturday. So usipange mipango mingi Saturday tunaenda na wewe, ni hakikisha umepatiwa title yako. Fupishians. Yes. Fupishians mjue Saturday tunaenda kushukua na nyinyi. Yes, title. Utanipeleka na si tupeleke tu. Si tuko na kazi. Na in short hata tumalizane na story ya Baba Julie. Baba Julie ni santisa. Full stop. So si tuko na kazi tunaenda. Poleni sana mama tagia title siyobe tuandike hau. Tutaenda basi na mama ili aweze kupewa title deed. So watu wa Faraja 1 na Faraja 2 title by kesho zikuwa tayari. Virginia atapewa yake on Saturday. So watu wamekuwa wakiuliza Baruthi title zitatoka zote by kesho. Kwa meza zitakuwa kwa meza. Virginia atapata yake by Saturday and then we shall tutatengeneza ile siku tutapeana hizo title zote kwa watu wote, lakini Virginia tutakupea yako Saturday. So Faraja 1, Faraja 2, you are happy now. Titles ziko zimetoka. Sawa. So mama atapatiwa yake. Mungu ni mwaminifu. So na unajua this is not the last title you will get. I know there are many titles zinakungoja kwa njia zinakuja because you will own. Hii Kenya itakuwa kama ni yako. Utasema niko na plot Embu, niko na plot Malindi, niko na plot Marimahiu, niko na plot Kitengela, niko na plot Motu. Yes. So all shall be well. So watu wa Faraja 1 na Faraja 2 including Virginia, maana yeye ako Faraja 2, wa title zenu by kesho zitakuwa kwa meza and everything will be okay. Sawa. Amen. Leo Rusia na wale unajua Rusia ni Rusia. Mungu tu afanye hiyo kampuni yako ikue and your dreams to be more valid than they are ili uweze kulea yako kajuli na pia uweze kusaidia mama. Unaona hata mjana niliona uzidi kumfanyia mambo makubwa. Ni pesa unakosaga my sister. Wewe ukiguza tu pesa, huyu mama yako anaishi vizuri. Mama sasa next nampeleka kwa yacht. Mama ulipanda ndege. Next anaenda unajua yacht. Ile meli yenye ile kabila meli inakuanga mpaka anaweza simama pale juu afanye hivi. Huko ndio ataenda na Fupishians. Moho ya gere. Sijuzi ameenda kwa mkahawa yenye iko kwa ndege, alafu anaandika tuko kwa ndege, mimi nikafikiria pale. Nataka kupeleka kwa hiyo yacht asimame hapo juu. So that's all. Mom, maneno ya mwisho ungetaka kuongezea? Nyumba tulikuwa huko jana na watu wameendelea kutoa pesa kabisa. Na walitoa bao tumemaliza. Bao tumemalizana. Bao tumemalizana. Very good. Nipatie namba yako tuiweke hapa 0700 ili watu waendelee kupledge na kutoa. Nafikiri itakuwa si hata sasa watu wanaweza pledge kitu kidogo. Wanaweza pledge kitu kidogo. Maana bado tumebakisha vitu kadhaa. Bao tumemaliza. So kutoka hapo ni mabati na finishing unajua finishing imechukua vitu mingi. Stima maji, kupiga naitwaje? Plaster. Nilikuwa sawa kusema rasta. Kumbuka ni plaster. So 070 669 503. Ikiwa una kitu unaweza rushia mam katika kupitia hiyo namba ama unaweza pia pledge na itakuwa inasaidia kwa mjengo na tunashukuru pia. Juu unajua kuna watu wangetaka pledge, wengine wangetaka kutoa, wengine wangetaka
kuzidi kuongezea because we bado hatujamalizia because tunataka tufungue nyumba hivi karibuni. Nasikia title imetoka. So hata nyumba tutafungua hivi karibuni, hata tuitata kuja hivi karibuni. So vitu zimeanza kufunguka. So all shall be well and we thank God. Thank you Lucy kwa kushare your story yako. Najua kuna watu wengi sana hawakuijua lakini wangetaka kuijua ili waweze kukuelewa. Unajua pia kuna zile stress zilikuwa, lakini the most important part it's forgiveness. Hata nilikuwa nataka kusema forgiveness. So ongea about forgiveness ndio tumalizie. Yes, asante sana. Hata ungekosa kuniambia niseme, ningesema bali yes, kuna kitu naambianga watu. Yes. There is something called forgiveness. Forgiveness. Hata iwe amekufanyia nini, na mimi natumianga zile vitu kali. Yes. Hata kama amekulia mtoto wako, huyo mtu, hata kama amekuibia mali zote. Yes, alienda kadanganyana ukaibiwa mali zote. Amekulia watoto wako. Mforgive. Just forgive that person and weke kando and you will see. Ndio unawezanga kutamboroka, ndio unawezanga kumove on. The moment my mama alitukalisha chini akatuambia sasa mambo ya Kamotho ni tori ganelele. Ni ukweli tunalala chini. Ni ukweli tunalala kwa histo. Ni ukweli atupata. Tutashinda hapa na Kamotho tukilia. Let's forgive him and let mambo zake so that we move on. Na ndio unaona sisi tuliweza kumove on sababu tulimforgive. Wewe Kamotho sisi tulikusamehea. Tabitha tulikusamehea kabisa. Mboro tulikusamehea. Na unasameheanga mtu kama umesema nimemwachia Mungu and you will see what God will do. That's what naambia. Hata siongezei maneno mengine. Forgive. Iwe amekuibia worth billions of money. Just forgive person na watch. Na utaona chapo ya Mungu. Good. So hata ile wakati wa kufungua nyumba ningetaka tuongee na mhubiri aongee kuhusu forgiveness. Yes. Because there are so many families wanapitia the same. Kuna watu wako na bitterness. The reason as to why unaona watu wakiuana bitterness na forgiveness. So unajua hizo ni vitu zitazuia watu kuingia mbinguni. Bitterness na forgiveness. So we also need to train hawa watoto wengine wako nyuma kuhusu forgiveness. Imagine Angel Maria akajua yenye alipitia. Akakaa tu hivi ajue. Lakini kabla ajue wacha afunzwe forgiveness. It is more important. Najua Mungu ashaanza kuwainua, nyumba itaisha, mama najua utawekewa kazi kubwa. I mean maisha yako itabadilika. Hata hutahitaji kuangalia nyuma. Sasa utaanza kusonga, uko na pesa, uko na nyumba, watoto ndio wanasomeshwa. I mean what else do you need? You just need God and you move on. So forgiveness itakuwa muhimu na Mungu atawabariki because I think that is the only thing that will help you overcome kile chochote ulipitia. Yes. Wow. Na ukumbusha watu hii Sunday tuko na harambee. Okay. Tunaambia watu tuko na harambee, tutaiweka kule kwetu. Hapo nje kwa mjengo. Nilikuwa na tunasema tunili kwa mjengo juu ya 1 2 3. What if tufanyie kwa mama hapo nje? Kwa mama ya kwenda kwa mjengo juu ya 1 2 3. Unajua vibogoyo ni wengi. Na tutaki sarakasi. Acha tuifanyie kwa mama. Okay. Yes, wamehaya rent. Very good. Awesome. Uko kazi? Uko kazi. Wow, that's good. Naona sasa tungetoa na wakuje watu wa Barodhi baka. Yes, watu wa Barodhi wana Sunday. Saa 8. Niko wapi Sunday? Lakini nasikia ni wa mama. Wazee hawajaitwa. So wazee mpatie wa mama pesa wakuje. Yes. Sawa. Lakini pia kwa sababu najua mama utakuwa live hapa Lucy. Si kutawekwa namba. So wazee mnaweza tuma. Maana zile talks zitakuwa hapo ni za mama. So badala ya kuwa na ni pesa tunatafuta tumeni. Ile namba watatumia si niyo bado tumwapea 0700 669 543. Itaanza saa ngapi? Saa 8. Saa 8. So mtu akitoka kanisa pitia hapo harambee is about what tunazidi kutafuta pesa. Hao ni wamama marafiki wa vijini. Wa kanisa ya Deliverance. Wa Deliverance. Watafute kakitu kakuje ka boost. Hata mkiwa nchi za nje mnaweza fanya harambee ama ka WhatsApp group chenye utapata mkuje mtu boost tumalize hiyo nyumba na hiyo story ishe. Tulikuwa tumeagana na wao by the end of tutawaambia stima inagharama hizi maji dirisha na mabati. Yes. Ndio kama hao watakuja on Sunday wanataka ndio wakikuja tunaweza waambia tusupportini kutununulia hizo tunataka. Yes. So I think that's okay. Let's continue supporting mom in every means mnaweza ndio at least tuweze GV Farodhi huwezi sema utakuwa sasa jamani. No, I can come. Mimi kukuja sio shida hata kama siku anajua nilijua kama nimechelewa. Naweza kuja. GV extreme wewe utakuwa wapi?
kama huyu uko Kenya ulitumia pesa yako nitaenda kupeana. GV alituambia anakuaga wapi? No, ni Magi Fast. Kama hayuko Kenya, GV Extreme ndio umeuliza kama sitakuwa nitumie kakitu niende nako hiyo siku pia. Ndio itakuwa muhimu. So we shall support until the end. Thank you so much Steve Derito, akina Sarah Mwasi, akina Caroline, akina Sylvia Otieno, akina Lea Kimata. Lea Kimata hiyo tutazungumza na engineer na Virginia tuone the way forward, lakini kwanza wacha tushughulikie stima for now. Kuhusu solar panels hizo tutafikia because they are also expensive, so we need to budget for them, so we need to sit and see the way forward. Sawa Lea Kimata. Nani mwingine na ni vizuri pia watu wa pledge. Unajua ingekuwa muhimu hapa kwa sababu unajua ni morasi ati amegojea aona watu wakipledge ndio aandike. So nani yako hapa hata angepledge 10k Sunday. Aseme Sunday nitawatumia hiyo Sunday kwa fundraising nitatuma 10k. Mwingine aseme hiyo Sunday nitatuma 20k. Hiyo Sunday nitatuma 5k. Hiyo Sunday nitatuma 50k. Unajua hiyo ingekuwa mzuri at least pia by the time tunafika Sunday kukue na pesa. Unajua Sunday imebakisha Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, hata hakuna siku, ni siku 4 peke yake. So kama uko hapa na ungetaka kutoa kitu on Sunday, just pledge right now. Hiyo pesa yote inaenda kwa mjengo. Tutasaidia tu kujengea mama, tumalize hiyo story. Lea Wambui, how about Isaac Farodi? Lea Wambui, ya Isaac hatutaongelea hapa, tutaongelea kwa Isaac. Hivyo ndio niliwaambia, ndio tufanye mambo ikuwe rahisi. Unajua nikikuja kumuuliza Isaac kwaje, Isaac kwaje? Nikiwa kwa Isaac mnaniuliza Virginia kwaje? Unaona sasa tutakuwa confused. Na juu huko kwote nakaa nikiwa update hata kwa Alice. I'm sure hata kwa Alice nilikuwa nafaa kuenda by the way. Supposed to go na nilikuwa nimeona akinipigia mchana. Hii wiki najua ile pressure niko nayo. Yule Naomi, yule msichana mliona tumeleta hapa. Thursday naenda kuchukua transfer kule shule yenye alikuwa. Sijui kama nitaichukua the same day na niipeleke Nyeri kwa sababu tulipata shule Nyeri, huko ndio nitampeleka. Hii wiki nilifaa kupeleka yule Mboro. Nasikia kutaja Mboro nashtuka. Doctor's Plaza. So Mungu akisaidia pia tutajaribu tuone kama itawezekana. So we have a lot to do na yote ni yetu lazima tutafanya. So Princess K, hi Farodi, I'm sorry to interrupt you. Kwa studio kuna mtu anafanya makeup, nataka kuja photoshoot. Yes, tuko na makeup artist. Kwa hivyo kama ungetaka kukuja photoshoot kwa Farodi wa Studios, photography studios, tunafanya, kuna mtu akufanya makeup na kuna mtu na ukitaka picha za aina zote hata za kuja nje, we shall do that. Na si unaweza hata lipia mama kuja photoshoot. Yaani na Lucy, unajua Lucy ni hustler. Ana hustle kila mahali. Hata Santisi atamlipia. Mimi hata namwambianga acha nikwambie Parodi, mimi namwambianga ambia Santisi akulete ya kapo. Wakitaka kusurprise mom, mimi najua kusurprise mom the best. Kama niache mom. So mngetaka kusurprise mom mumlipie picha na afanyiwe makeup, apigwe picha mingi sana alafu amauntiwe. Mfanye hiyo teketeke. Tuko na mtu wa makeup by the way. So everything is sorted. Kila kitu iko sawa. So tunazidi kusonga. Atitaitwa didi ya Virginia imeandikwa Kamotho. I hope not. Virginia Wangari. Imeandikwa Virginia Wangari. Ndio. Imeandikwa Virginia Wangari. So that's okay. Passport yangu imeandikwa Virginia Wangari. Virginia Wangari. Sawa sawa. So hiyo iko sawa. Unasikia watu vile wako sensitive. Passport. So wako sensitive sana. So watu wa Faraja 1 na Faraja 2 kule kwa Golden Dreams, taito zenu by kesho ziko tayari na Virginia tumesema yake tutampea Saturday. Tutaenda na yeye tutaenda na wao. Nitakaa nikiwakumbusha. Of course tutakuwa pamoja. Na mkumbuke Saturday tuko huko, then Sunday fundraising. So may God bless you so much kwa kuwa nasi usiku wa leo, na mtu mwingine akitaka kumsurprise na title ni sawa. Golden Dream hatujamaliza mashamba. Ukitaka kusurprise mama useme apate siku na moja tunauza 130k. Hiyo 130k residential. Okay. Ukitaka ongea na mimi tutaongea alafu tufanye kisirisiri. Tumsurprise. Si ndio? Tutafanya kisirisiri, so niongeleshe juu kwa namba yangu. Hata logbook. Bado niliona nasomea driving.
Hata saa hii mkinipatia ninajua how do you stress no, hapana. Siku hizi niko very sensitive na barabara. Hapana, my dream car they know it. Mama nakwambia nitakwambia nimejashia Mungu. Haya, nimeambiwa by Sunday tuhakikishe umekuwa na budget full ya zile vitu zinatakana. By the time tunafanya harambee. Thank you. Itakuwa mzuri zaidi. So pia watu wa online mjitayarishe because kama nitakuwa basi hata online watakuwa wakituma. Watakuwa wakituma ndio hiyo siku tutafute kitu kizuri. Yeah. Nyamuke ngawe. Si watu tumekupea tena. Nikuulize. Si tumekulipa tena. Mimi na moyo shiote. Mimi nauliza aje ona rafo nini nauliza aje kala ya nyumba yetu inakuanga kana. Bwana siwezi kutaja kuhusu kala. Unajua kala tulitaja hivyo kwa hila tukapoa kala kama zote. Alafu ilikuwa ngumu kudecide ni gani. Ngoja. Kila mtu alikuwa anataka tupake kala yake. Ngoja kwanza. Kwa kala wacha tu. Tutakuonyesha behind the scene. Yes. Sijui kwa nini naonaga Kamotho wakikuja kuomba msamaha tukimaliza ni sawa, acha kuja kuomba msamaha. Hataki mtu aende mbinguni bila kuomba msamaha, si ndio? Kamotho adhiye thayo. Wacha mtu aende akiwa sawa. Ndio kaambia gorota bila au ndivyo. Anyway, so thank you so much. Mbarikiwe. Namba ya Virginia nimeiweka hapo in case unataka kutuma kitu tuma, and then make sure kama unataka kupledge kitu ya Sunday pledge, hiyo namba ndio tutatumia on Sunday. Na sijui unajua Sunday naona hiyo ikijaa sasa sijui kile nitafanya kwa sababu ile ingine unajua World Remit bado hiyo ingine World Remit hawakupigiwa simu. World Remit si unajua wakati wa hila tulipigia Wave, unajua hivyo walikuwa wamefunga, wako na simu, wako na namba World Remit. Ukienda online hata Wave niliingia online nikatafuta namba yao, mtu mmoja tu akicomplain mwenye kwa nje wasema tatu hata mtu mmoja tu unajua wanakuambianga mwenye anatuma awacomplainie. So mtu mmoja tu akaamua kucomplainia Virginia, ile namba yake ya 0706 World Remit waifungue, wanaweza hivyo ndio tulifanya. Otherwise ukiwapigia ukiwa huko, mimi niliwapigia kama Wave wakasema ambia mwenye anatuma complain. Hapana, ambia mtu mmoja ajaribu. Pekine hata ilifunguka. Jaribu saa hii. Mtu mmoja anaweza jaribu na hiyo 0706 akituma na World Remit. Uko na hizo simu? Mtu mmoja anaweza jaribu na hiyo na nini ya World Remit. Hii ni yako ama ni mama? Mtu mmoja anaweza jaribu na nini? Anaweza jaribu na hiyo nini ya mama, ndio at least tuone kama itawaka. Na World Remit. Ile namba ya 070. Data hiyo. Ni moto haina? Haina moto? Hiyo usikia. Hiyo haina moto. Niko na power. Power kiko kwa galesa tuweke kwa hii. Ama ukilia. Ni simu gani haina moto? Leta hiyo. Leta hii. Hii haina. Leta hii. Power bank iko hapa. Siache tuweke na power bank. Wewe unajua hupendi kukaa. Inaona ni okay. Hata mzee anatakuwa anapigwa na baridi Yule haidishi. Ana ulete. Yes, so acha tuone hapa. Ilikuwa imezima kabisa. Naona ule ni wiki leke etagwate from Mwangi. Kuna mtu ametuma. Hii sasa ni ya 0700, si ndio? Haya, by the way tumeweka kanamba hapo, tunaweza fanya kitu saa hizi, si ndio? Naona nani Reke Mwangi ametuma 2000, God bless you so much. Margaret Jogona ametuma 100, God bless you so much. Jane Leuda ametuma 2200, God bless you so much. Hiyo ni namba yenye tunaweka hapa ya 0700. Ati mtu abie Citizen TV wakuja wakava hiyo story venye walikava ile pale kwa gate. Wakuja wakava jamani waleta ndio at least watushikilie. Haya, by the way walikuwa wanasema unini? Walikuwa wanasema connection. Kama connection walikuwa wanaongea patience. 0700669503. 0700669503. Na pia mwingine anaweza jaribu hiyo tunasema ya 0706 ndio tuone kama World Remit na akuwa anatuma na World Remit.
Kuna mtu hapa ametuma Lucia Mbogwa 912 alituma 5k. Amen. Lucia Mbogwa 912 alituma 5k. So thank you so much Lucia Mbogwa. So tunaweza tumia hii namba ya 0700669503 hata tutoke hapa na kitu kama 50k. Tutoke hata na 50k. Vizuri unakaa ukijipanga. Kwa sababu chai inaweza ingia, chai ya usiku, chai ya saa 4 ya usiku. So tutoke hata at least na 50k. Naweza sikia mzuri sana tusitoke hapa bure. So na kwa hiyo 50k tayari tuko na 4300. Tayari tuko na 4300. Si ndio? Yes. Tuko na 4300 already. Margaret wewe. So 0700669503 0700669503 Modo na watume kwenye mkalia nako at least tutoke hapa na at least ka 50k nikapoa. So si kuna mtu ametuma hiyo 5k Lucia Mbogwa. Na hapa tuko na society tuko 9k. We are at 9k. We are at 9k. Asante sana. We are at 9k. Thank you so much. So 0700669503 0700669503 itatoa Virginia Wangari Kamotho. Tukipata na 50k ni kazuri. Kama hatuko tumepanga tuanze kutafuta za mabati. Zitaongezewa kwa zile zitatolewa Sunday, si ndio? Zitaongezewa kwa zile zitatolewa Sunday. Na bado tuko na hii necklace. Na bado tuko na hii necklace. Ulisema ni pesa ngapi? Hiyo ni 3000. 3000. Na mnafunga mlango 3000. All right. This is 3000. Tunataka hii ni 3000. Tuko na eyebrow. Eyebrow laser. Nayo ni 3000. 3000 pia. We have the in sahau jina. Lemon holder. Lemon holder. Wow. This one. Okay. So 0700669503 tunataka kuma at least na 50k ndio to boost Sunday. Kwa hivyo kama unataka ku boost ile itatolewa Sunday, tutumie kitu saa hizi. Tunajua labda tunaweza ingia live ukiwa umelala. Hii nayo ni ile ya kushika sufuria. Unasema ni pesa ngapi? Hiyo ni 3000. 3000 pia. Good. So 0700669503 onoko girio kuhea. Hata kama utasupport hiyo ni harambee ya Sunday, tu support hiyo harambee ya Sunday na kitu at least tutasimama hiyo siku tuseme tulitoa 50k ya kuboost, ndio ya kuboost hiyo. So 0700669503 hii nyumba lazima iishe. Na tuko na human hair. Human hair bado iko, hii nayo ni pesa ngapi? This is weave. 6200. 6200. That one is enough for one head. 6200. Enough for one head. Imefungwa kadhaa. Wow, 6200. Kwa hivyo kama kuna mtu ungetaka tununulie hata kama ni wenu tutatuma. Sawa? Tutatuma. So 0700669503 tunataka kuboost harambee ya Sunday. So ungetaka to boost harambee ya Sunday tutumie hata kama ni 1000, hata kama ni 500 hatujakataa, hata kama ni 2000, 5000, 10000 na Mungu atakubariki. Ukitaka pia ku pledge we are allowing you, maana tuko karibu kumaliza mjengo na tuko kwa rooftop. So I know Margaret Mbogo 500 received. God bless you so much. Asante sana. Lucy Mitamo anasema Farodhi, we are proud of you. May God increase you more and more. Asante sana. Those Allah, thank you so much. Thank you. Alois Lee. Sasa alina anambia kwa watoto wake wabaya ni ndani Kamotho waliboro. Acha hiyo maneno bana. Wewe Alois Lee wewe. Farodhi tulete maina wa UTC ako huku kesho. Maina wa UTC ako huku kesho asubuhi na mapema. So ako huku kesho Charity. Ako huku kesho. Charity turushie kakitu juu nitamleta. So Mary Joki Jega, yule mama wa bypass, yule Marine Flowers ametuma 1000. God bless you so much. Asante sana. Na unajua huyo anatumaga. Huyo anatumaga daily. Kila siku. Imagine mtu amejiandikia anatuma daily 1000.
1k daily 1k. So kuna watu wazuri jamani. Yaani mtu anatuma kila siku dhao na hajawahi choka. So Mungu akubariki sana. Nani mwingine anataka kuboost hiyo nini ya Sunday? Acha niwaambie tuko wapi. Hapa ni 6k. Hapa na hapo tuko na 2 + 2, that is 7, 8. So that is 4,800 plus 6,000. That is 10,800. Tuko na 10,800. Fadhili tuko na ingine hapa. Oh. And it is a stretcher. Kwa hivyo mtu ni free size. Wow. Sasa hii kama mtu ako na see me through. Unaweza kafaa hapo. Very good. Pengine na juu kuna hiyo unaweza hifadhia hapo. Oh. Kwa hapo ni 4,000 only. Okay. Yes. Ndio hiyo kama unaita aje? See me through. See me through. Ndio hiyo. Unaweza weka ndani. Hiyo staki wacha mamu waiuze hiyo. Hiyo na use. Unauza pesa ngapi? Na mpaka 4,000 only. 4,000. Free size. Free size. Yeah, na niko na karabiri. Yeah. So boss mama unasema how much? Ni nini unataka kununua boss mama? Ni hiyo umesema how much? Tuambie ni nini tukuuzie saa hizi. Ile kofia yangu. Ndio hii. Oh, hiyo acha ikae hapo. Hii at least leo. Ile kofia yangu. Unaweza nihurumia leo mninunulie. Ile kofia yangu hata leo iko. Alice Mugwero ametuma 250. God bless you so much. And Kabera 500. God bless you so much. Yes. Thank you so much kwa wale wote wanatuma. Haya, huyu nao ni nini? Huyu naye unajua hii inaitwa shoehorn. Ni wale watu wataki kuinama ni shoehorn. Yes, ndio hiyo. Viatu zangu ni za shoehorn lakini sina. Ni 3,000 only. Akisi hata kama mninunulie kofia si hata mninunulie shoehorn. Hiyo pesa yote inaenda kwa mjengo. Shoehorn. Hii kiatu yangu na shoehorn. Ona kwanza venye inaingia vizuri. Inaingia vizuri. Shoehorn 3,000 peke yake. Wale watu sweetheart wewe ulilala unashidaga hapo ukiniambia nitumia kitu hapa. Hii kofia bado inatafuta mwenye ataninunulia. Siwezi kosa mtu wa kupelekea. 0700669503 0700669503. Nangoja. Nataka at least tutoe ka 50k to boost Harambee ya Sunday, which is very much possible. Watu wenye mko hapa tunaweza toa hiyo 50k hata dakika 10 because Mungu ametubariki na tunajua vile Mungu anatufanyianga tukitoa. Kama Caroline Muriuki ametuma 500. God bless you so much Caroline Muriuki. Unajua vile Mungu anatufanyianga ndio maana unatoa. So Mungu akubariki zaidi. Nani mwingine yako hapo angetaka kutoa? Rebecca Wangui anawaambia let's contribute my people. Thank you so much. Let's contribute my people. Paris Muraguri umetuma 200. God bless you so much. Asante sana. 070066 omothe weime. Jinyime hata kama ni sapa. Jinyime hako kalanji. Tunegero no kono matano kana ngiri. Turikagia nyumba ya thira utiga gwetia mbeca ingi. Na unajua pia ni baraka unajitafutia na Mungu atakubariki. Sawa. So Sabina Iraya, hii kofia inataka inunuliwe. So please come and buy this for me. Lakini mimi nataka ununulie kwanza hii. Unaona hii? Hii umeita shoehorn. Ni ya kuvaa kiatu, hizi viatu zetu za wanaume. So unaweza ninunulia hii. Just 3,000 peke yake. Imagine mtu mmoja tu akituma 3,000. Mimi nitajua nishanunuliwa shoehorn. So hii nayo ni ya kushika sufuria. Hii ni ya kushika sufuria. Na ni pesa kidogo tu. Umesema ni 3,000 peke yake. Hata hii sasa unajua ukisimama pale kwa soko 3,000 kila kitu ni 3,000. Kila kitu 3,000 basi. So 0700669503 Virginia Wangari Kamotho. Tunataka at least tutoke hata na 50k haraka tumalize hiyo story to boost Sunday. Maana Sunday kuna fundraising na najua pia mngetaka kuparticipate. Sawa. Alice Mjorogo 100. God bless you so much. Asante sana. Thank you. Thank you so much. So 0700669503 Margaret Wajiro nimesikia. Thank you. God bless you so much. So ikiwa kuna kitu umeona kikikufurahisha hapa unaweza nunua. Unasikia bei si nini?
haiko juu vile. Faruthi, nini hii iko kwa kichwa? Ni kofia inataka inunuliwe nitoe kwa kichwa. Inataka inunuliwe nitoe kwa kichwa. So 0700669503 0700669503. Nataka watu kadhaa wenye watanipea thou. I need like 20 people wenye watanipea thou. I need like 30 people wanipea 500. That is on a lighter note kwa sababu naona tuko watu around almost 600. So at least nipate tu watu that wanipea 500 only. Peke yake tu, just 500. Wengine 220 wanipea 1k. Na Mungu atawabariki. Hii pesa si yangu, tunajengea Virginia. Na Mungu atatusaidia tutamalizia. Na kununulia but jina usitaje. Thank you so much. Sasa unanunulia gani? Unanunulia kofia ama hii? Niambie, sitakutaja jina. Unanunulia gani? Yes, unanunulia gani? Niambie kati ya hii na hii. Hii ni pesa ngapi? Hiyo ni 5,000, 3,000. So hii 3,000, kofia ni 5,000. Thank you so much. So nataka nione anunulia hii. Okay, ananunua kofia. Wow. God bless you. Mungu akubariki. Hata sitakutaja. Thank you so much. Yes, nani ananunulia hii? Hii ni 3K peke yake. Hiyo ni 3K peke yake. That one is bought. 3K peke yake. Hii nataka kununuliwa saa hizi. Yes. Acha hata nikunywe chai. Very sweet too. Very good. Nitamtumia do but not now before mjengo isha. Thank you so much Wajiro. Thank you. Wajiro, asante sana. Nani mwingine anataka kuninunulia hii? Na tuzidi kuendelea kuchanga. Yes. Na ngojea kuona tuzidi kuendelea kuchanga. Nimesema nataka watu 20 peke yake. Just 20 people wanipea tu 1k and 30 people wanipea 500. Jitolee tu. Hata kama huku wana ingine, jisukume tu, Mungu ataongezea. Unaona hapo utatoa, Mungu ataongezea. So jisukume tu. Tumeanziwa na Ann ametutumia 500. God bless you so much Ann. Asante sana. Thank you. Na Mungu akubariki. So at least Ann ametuanzia na hiyo 500. Kwa hivyo tumebakisha watu 29 wenye wametoa 500. Tumebakisha watu 29 wenye wanatoa 500. Watu wa 1000 mko wapi? Where are you watu wa 1000? Faruthi, I wish to hear your story. Imagine hatukujui. Utanijua hivi karibuni. Kuna mtu ananitafuta kwa uda na uvumba. Si nilikwambia? So mtajua story yangu very soon. Hani kumbe mnataka kunijua hivyo. Hii imeingia. Sikutaji. Thank you. Kofia ishanunuliwa. We, mama nani? Nyawira. Takolerwa kofia. Nyawira. Kofia one agurwo. Ate urenda gacibire gaka? Ngai Nyawira igarenda kinya gacibire. Agurwo garenda njire. Njire ni 6200. Nyawira. 6200. Haya, Nancy amepunguza watu wenye wanatoa. Okay. Sarume Ngaga ametuma 500. Kwa hivyo watu wa 500 wamebakia 28. Haya, watu wa 1000 wameanziwa na Nancy Wanyoike. Kwa hivyo watu wa 1000 tumebakisha watu 19 na watu wa 500 tumebakisha watu 28. Nyawira anataka hii. Ati mpeleke beach sasa. Kuna mtu aliniambia atatupeleka beach. Na hata hajaniongelesha, si hata ongea saa hizi. So ati hebu tuone kwanza. Ruse Mwangi umetuma 1000. So watu wa 1000 wamebakia 18 na pia watu wa 500 wamebakia watu wangapi? Watu 28. So Nyawira anataka hii.
anataka hii na ni 6,000. Nani ata surprise nyina wa Nyawira? The 6,200. Nyina wa Nyawira amenunuliwa kofia ya 5,000, sasa anataka hii ya 6,200. Nani atanunulia nyina wa Nyawira? Yes, my own property. Nani? Na msisahau na mzee, unajua kuna hii kwa kitu iko hapa. Unaona hii? Hii ya kiatu. Unajua wazee hawananga stress. Hii ya kiatu tu. Hii ya kiatu tu. Hiyo ama anunuliwe hii akachemshiwe ndimu. Ama hii ikachemshiwe ndimu. So hii ni 6,200. Nani angetaka kusurprise nyina wa Nyawira? Sara Odongo, thank you so much. 1,000. Watu wa 1,000 wamebakisha 17. Watu wa 500 tumebakisha watu 28. So endeleeni kutuma. Namba ni rahisi, ni 0700. Acha niweke hiyo namba hapa. Nyina wa Nyawira asalimiwe. Amesalimika nyina wa Nyawira. Amesalimika nyina wa Nyawira. Alice Muguro ameongeza 200. God bless you so much. Barikiwa sana. Tunaendelea vizuri. Nyina wa Nyawira anataka hii 6,200. 6,200 tukifuga. 6,200 tukifuga. Masi Masake 500. Watu wa 500 tumebakisha watu 27 na watu wa 1,000 tumebakisha watu 17. Tunaenda vizuri. So all right. So Rosemary Dauri ameongezea 500. Kwa hivyo watu wa 500 tumebakisha watu 26. Watu wa 1,000 tumebakisha watu 17. Situpimane nguvu. Watu wa 1,000 msifikiwe na watu wa 500. Si ndio? Watu wa wacha niwape rank. Sasa GV Extreme tumekupea watu wa 500, uwachoche watoe haraka wafikie watu wa 1,000. Nyinyi watu wa 1,000 wacha nimewapea Lois Liz. Kako wapi? Lois Liz na yeye asimamie watu wa 1,000. Sasa mtu wachocha watu wake. Watu wa 500 tumebakisha watu 26, watu wa 1,000 tumebakisha watu 17. Sasa kakwenda sasa. Wa Nyawira amegojea hii. Kwa hivyo kama uko na 6,200 wa Nyawira, unaona wa Nyawira ameleta hadi chai. Penye amesikia kofia. We. Alafu wa Nyawira unajua nilimuonyesha kupika chai hakuwa anajua. Unajua chai yake alikuwa anapika dakika 3. Iko tu kama ya kanisa. Na hawajui chai inafaa kukaa kama dakika 10 hivi, alafu weke tu majani kachemke. Lakini hiyo masomo tutakata kwa urashi, unajua. Hiyo masomo huwezi kuwa na wanaume wote. Hata hukufunza na Kamotho. Hapana hata nakwambia kama angenifunza. So watu wenye nimepea kibao naenda wapi? Alice Muguro hiyo 200 amesema ni ya kuongezea kofia, ni ya kuonyesha kofia ya mama Nyawira. Haya, mtu anataka nionyeshane mama Nyawira. Hiyo ni ya kuongeza ndio atokeze. Ndio mama Nyawira atokeze. Basi 200 tumuonyesha kweli. 200. Yaani kuonyeshana wa Nyawira mnatoa 200. Ongezeni. Kama mnataka wa Nyawira aonekane, muongeze. So tunaendelea vizuri. Yes, tunaendelea vizuri. Haya, kwa hivyo ama nipe kazi, wacha nipe kazi nani Miss Ann usimamie watu wa dhao na Joe Kenya usimamie watu wa 500. Sasa umejua. So wao naona wako busy huku. So Miss Ann simamia watu wa 1,000. Tayari tumebakisha watu 17. Watu wa 500 wasimamiwe na Joe Kenya, tayari tumebakisha watu 26. So 0700 wacha niwape namba sasa. Sasa mchoche mpaka ikuje. Watu wa 5,000 mimi ndio nawaangalia na msiniagushe tafadhali. Watu wa 1,000 please tumeni na msiniagushe. Unajua hapa sasa lazima ni wasud, msiniagushe tafadhali. Miss Ann chocha watu wako wa 1,000 tukisonga. Joe Kenya watu wa 500 tukisonga. Mimi watu wa 5,000 tukisonga. Lakini hii mama Nyawira anagojea.
So 0700669503 0700669503. Tukisonga yes tukisonga nikikunywa kachai Maleki Hanana Farodi, mimi najua nyina wanya au mjui? Duri alikuwa anacheza Papa Hiradu, alikuwa anaitwa nani? Kuna mama alikuwa anaitana hivyo kwa Kikuyu. Kuna mama walikuwa anaitana hizo majina. Wewa. Kuna majina hapo. Wale wa mama, kuna mama alikuwa anaenda na design. Sasa usiponiangalia sababu wewe unajua mimi hiyo wakati wa Shiradura nilikuaga kule wa Kamotho. Na sikuwa na masaa ya TV, ni watoto na sisi. Sasa anyagothie. Wanajuaga politicians. Ni wajua tu hata. So watu wa 1K tunawangojea. Watu wa 1K 0700. Watu wa 1K tunawangojea. Watu wa 1K tunawangojea. Maleki Hanana hujatuma kitu. JNN au hujatuma kitu haki. Au hujatuma Mweshmori au hujatuma kitu. Wapelivi. Hujatuma kitu. 0700669503. Ama ile namba uko nayo ya Virginia ndio pia tutest kama World Remit itafanya. Sawa sawa. So 0700669503. Watu wa 500 mmeacha kutuma. Na naona tuko na watu 544. Tunaweza toa hiyo pesa kwa haraka. Imagine kwa watu 544 kama ni Mungu angekuwa anauliza. Watu 544 nataka tu watu 17 wa 1000. Na nataka watu 26 wa 500 peke yake. Imagine. Si mngetoa haraka. JNN amesema I will send on Sunday. Imagine tuna boost Sunday. Kwa hivyo kama hutapatikana on Sunday, tu boost pia. Hata kama utatoa on Sunday, unajua unaweza toa saa hizi Mungu akupee nyingi, upate hata Sunday unatoa. Mungu akupee hata yako mingi by kutoa saa hizi. So watu wa 500 na watu wa 1000. Joe Kenya bado huko na niwe nimepea kazi ya watu wa 500 na hata huambi. Elizabeth Ekau 200, God bless you so much. Amen. Watu wa 200 watalipresentiwa na nani? Watu wa 200 walipresentiwa na JNN. Huwezi kaa ido. JNN tumekupea watu wa 200. Wachoche ndio pia watume. Watu wa 200 JNN. So JNN na wale uko chini kidogo tumekupea kazi chocha watu wa 200 basi. So Winfred Mwangi, thank you so much na kuona namba ndio hiyo nimewaekea 0700669503 0700669503. Tukisonga haraka ndio tumaliza hiyo story. 0700669503. tukimalizia 0700669503. Virginia Wangari Kamotho. Pauline Jao 500 umetuma, tumepokea watu 25. Watu 25 wenye wanatoa 500. Watu wa 1K msiangushe Miss Ann, tafadhali msiangushe Miss Ann. Farodi we will send on Sunday. Mwesh, asante sana. Amen. Maleki anasema Farodi sema kukaukiwa kutakuwa kupoa. Kutakuwa kupoa. So thank you Joe Kenya, wewe ndio unafaa kuchocha watu wa 500 waambie watoe wasikuangushe. So nani tumepea wa 200? Wa 200 tumepea JNN awachoche pia. Hii mkumbuke ni ya Wanyabura 6200. Na bado wako hapa na kuna hii bado. Hii nayo ni see through. Inatoka pesa ngapi? Hii ni 4000 only. 4000 peke yake. 4000 peke yake. Kama kuna mtu ataitaka watu nunulia Wanyabura. Free size. Hata wanajua na wake ni hiyo ni kama unafaa kama nguo iko see through hapo unafaa good. Na hapa kama kuna very good. Haya, Lady ya Gojiri 200, God bless you so much. JNN inaonekana umeanza kufanya kazi. Ukumbuke tuko na hii ni ya Baba Nyabura. Unajua Baba Nyabura ni mimi. Si mtu mmoja tu ajitolea anunulia Baba Nyambura. Unajua uzuri wa hii pesa yote inaenda kwa mjengo. Ni kweli. So hii ya Baba Nyambura ndio hii
kitu kazuri sana kakuvaa kiatu, alafu mpaka kakona hado. Si kama kingine nilinunua ka black kamefika hapa. Okay. Karibu uweke tu na kidole. This is big. Hii ni nzuri mpaka iko na hado. Hii ni ya baba Nyawira unaweza nunua. Sasa Rose Jairus ametuma 200. God bless you so much. Watu wa 200 wamechangamka. Kwani JNN unafanya kazi? Unalipa mpaka overtime. Kabisa. Yes, wape namba. 0700 669 543. 0700 669 543. Good. So tunazidi kusonga. 0700669503 na itatoa Virginia Wangari Kamotho, the same name. Hata hii namba ni the same name, Virginia Wangari Kamotho. 07 atikanavaa kiatu aje sasa, hata sijawahi ona kitu kama hiyo. Unaona wanaume, kwa sababu tunavaa viatu za official, hiyo kiatu kuingiza kwa mguu ni tatizo. So ukika slot pale nyuma ya ikinyaleta wacha Getende. So hiyo basi imeitwa hivyo. Unaweka na hapa jibu ya kiatu, alafu unaingiza kisigino. Yes, kisigino. Kisigino. Kuna gena githweri. Kisigino. Dira. So hii si mtu alinunulia tu, ni 3K peke yake, just 3K. Huyo ameuliza kwa wapi? Winfred Mwangi si ulinunulia, ni 3K peke yake. Ina support mjengo na inasaidia. So Tifarodhi unaitwa baba yangu. Mimi naitwa baba Nyawira. Hamjajua mimi naitwa baba Nyawira. Yes. Ati tutatoa hiyo jina ya Kamotho kwa ID. One day one time. Catherine Njoroge 250. God bless you so much. Rosina nimekutaja 200. God bless you so much. Na tunazidi kusonga. Wow, that's so nice. Watu wa 1K munaitwa na Miss Ann, munaambiwa hamtumi. Watu wa 500 hata nyinyi mni kama mmechoka. Na unajua hii pesa ina boost Sunday. Inasaidia ku boost Sunday. So tujaribu at least. Tujaribu at least. Tujaribu na Mungu atawabariki. Tujaribu 0700669503. Watu wa 500 ni wa Joe Kenya. Kwa hivyo msiagushe Joe Kenya, ako hapa anawaona. Mamu nini huo umeshika? Ndio naulizwa. Wow, na nimeshika hii inaitwa, wacha niwasomee. Seamless wear. Seamless wear. Ndio hiyo, si unaona? Hata mimi na iniingia mzuri sana. Unaona? Yes. Iko hivyo na iko karabiri. So ni umeita size what? Seamless. Umesema ni free size. Free size. Ndio nilikuwa natafuta ni free size. Bas. Na iko white na beige. Wow, that's good. 4,000 only. Alice Mugura anasema, Kifarodhi ningekuwa na pesa ningekununulia hiyo ya kuvaa kiatu. Uache kusubua mama Nyawira akupalisha na kuinama. Unajua sasa wanaambia mama Nyawira ile kiatu yangu unajua inigiagi vizuri, unakaa hivi ya kuigize. Unajua ni kama anavalisha katoto kadogo. Unajua mwanaume akikuwa, ukiolewa na mwanaume anakuwa ni kama mtoto. Vitu mingi unamfanyia. Niulize. Mwanaume ni mtoto mkubwa. Kwa hivyo vitu mingi anafanyiwa. Hata kwa hadi kachiva anafuliwa tu. Unajua ni mtoto mkubwa. Na kupea hata chakula sababu kupea. Mtoto mkubwa. Na jioni miguu. Karibu hata unamuosha. Na jioni miguu ndio sasa ipumzike. Akilala pale kwa kiti uko na kale karuagi. Exactly. Unagongea. Unachukua kale ka kitu kafan. Unaona kale kafan kakuweka kwa stima. Na kale kipigwa na kahewa. Yes. Huyo ndiye mwanaume. Unajua vizuri kuelezea mwanaume ni nani. Mwanaume ni nani? Huyo ndiye mwanaume sasa. Okay. Ukiona mwanaume hakuambii ufanye hizo vitu, kuna mahali yanafanyiwa.
Ukiona mwanaume habii wafelidhi amfanyie hivyo. Wafelidhi. Kama unaona bwanako anakuambia fanya hivyo, ujue kuna shida. Iko mahali amepitia amefanywa hivyo. So Catherine Joki, and I love this channel sana. This is where I met my destiny connector. Wow. All right. Thank you so much. Na kwa sababu ya hiyo maneno siitoe kakitu. So hii unajua nataka kwenda nyumbani nayo. Please. Nataka kwenda nyumbani nayo. Unajua Wanyabura ashachukua kofia. Kwa hivyo hata kama unywele hajachukua, mimi nataka at least. Wataenda kuniambia wewe ulikuwa unaambia watu wanunue na hawezi hata kununulia kitu ya kiatu. Itabidi hata Wanyabura ataendelea kuinama ndio anivalisha viatu. So 0700669503. Watu hawatumi ni kucheka tu. Wewe mtaanza kuwataja na majina. Teresia Kongo wewe unacheka tu. Wagoido Murecho unacheka tu. Lydia Kihera unacheka. Teresa umeuliza na hata hujanunua. Mario Nijoro wewe unacheka tu na mimi nagojea pesa hapa. 0700 669503. 070. Wacha basi tufanye challenge ya 500. 500 peke yake. Just 500. Najua lazima uko na 500 umebakisha hapo. Wacha tufanye challenge ya 500 peke yake. So 0700669503. 00 Teresia anasema leo ako down kidogo but Sunday atatuma. Unajua ni kama watu wengi watatuma Sunday. Lakini hata wewe utapata hii video. Endelea kutuma hata kesho kutwa Friday. Bado tunaonekana huko. Tuko salama. Very good. So tunataka 500 yenye umebakisha tutumie tumalize hiyo story. Frodi yako kitu bado sijaelewa ni kazi gani. Unaona hizi viatu za wanaume official hauwezi kuzivaa, inabeka kidole pale kwa kisigino ushinde ukifanya hivi. Badala ya hivyo haka unashikianga hivi. Unaweka kwa kisigino pale nyuma. Pale nyuma. Ukishaweka unavuruta mguu inaingia. Unaona? Sasa kama hiyo kiatu ilikuwa inakataa kuingia, haka ukiweka pale nyuma, kisigino inateremka inaingia. Sasa umeelewa? Na ni 3000 peke yake. So si uninunulie tu. Ati Farodi yake wewe nilikuwa nataka kujua ni nini kwanza. Nitajuaje kama nitanunua Sunday? Wala acha kujitetea. Unaweza tunua hata saa hizi. Gakuru Damaris. Thank you so much. Thank you so much. Nikuuliza swali kwa WhatsApp yule mzee. Nikuja kwa WhatsApp tutaongea. Yes. So kama ungetaka kununulia haka kitu hata tukitoka live waambie mom. Si unaona unajua jana ulinipatia tocha alafu ikaenda wapi? Tochi tunainuka nayo. Kani nyanya ya kifeti. We ndio unainuka nayo. Tayari ikaje nyumba. Kwa kibeti yangu iko tochi na nikashitwa kibeti iko huku. Rusi unikubushe. Good. Yes. I think Sedwave iko na shida. They are also updating personal information. Kuna watu wanatuma na Sedwave lakini hazifiki. All right. So I hope itakuwa sawa. Na najua watu watazidi kutuma na Mungu atawabariki. Ukitaka any of these things kati ya hii ya Wanyabura na kuna hii ya kushika sufuria na kuna hii haya na kuna hii ingine umesema ni eyebrow razor na pia kuna nini ingine kuna hii na kuna hii lemon holder. Ulisema mtu anakatakatia lemon hapo. Alafu unaweka pale kwa maji moto pale ikichemka sasa hautashikashikiwa. Ndio. Tunaona iko na holder. Sasa kwa sufuria hapo hivyo. Unaiweka ndani. Inachemka. Okay. Wow. Hii na umesema ni 3000. So na kuna ile ni Africans. Hii ya nini ni hapo bado. Okay. Good. So
nilikuwa nitume 5k but imekataa, so niandike tu 5k. Nitaendelea na kujaribu, itakuja na jina Magdalene Kihara. Thank you so much, asante sana. Na Sera Mwasi umekuwa na sisi hii safari yote. Sijui kama unakumbuka, yeye ndiye alipeana ile simiti tulitoa hapa chini. Unakumbuka? Ni rafiki yetu sana, na ubarikiwe zaidi. Barikiwa zaidi. Hata Fresh Wanjiko wameongezea 1000. God bless you so much. Asante sana. Na watu wanazidi kutuma. Ni nini tunanunua? Hii ni mimi nanunuliwa hii. Mimi sieti nyumbani bila hii. Okay. Si mnunue hii ni karale. Hii 3000 peke yake ni ya kuvalisha baba Nyawira kiatu. Sasa mama Nyawira atakuwa na unajua hata atainama sana. Anafanyia tu hivi kabisa. Bas kiatu inaingia na mimi nasonga. Jane W Mwangi ametuma 5300. God bless you so much. Asante sana. Lakini juu hajasema ni ya hii, mimi bado nagojea ya hii. Si mtu mmoja tu. Hapa kuna mtu amebarikiwa hapa na mtu anataka kubarikiwa. Yes, hii. Sasa Wanyabura amenunulia kofia. Mimi naenda bila kitu nyumbani. No. 3000 peke yake. Unajua wanaume wanafurahia kuna tu vitu fani wale. Naona mshipi, kofia kama hii. Tu vitu tu fani. Nini hii mkinunulia? Unacheza wewe bwana. So Ann Jackson ametuma 1400. God bless you so much. Asante sana. Tunazidi kusonga. Hiyo yote sasa ni ya kuboost Sunday. Lakini hii mtu mmoja tu. Yaani hapa hata sina rafiki. Mariam Nzau. Nunulia haka. ABCBCE. Nunulia haka. Okay, sawa. Yesu ni Bwana. Thank you so much. Hiyo nimeelewa. Yes. Tataja jina moja. Hiyo tumesikizana. Yes. Bobo Max. Nikadha Kitonga. Wanyabura ni nani? Ndivyo anauliza. Wanyabura ni nani? Wanyabura ndiye ameleta hii chai. Huyo ndiye Wanyabura. Wanyabura ni mwenye amenunuliwa kofia saa hizi. Huyo ndiye Wanyabura. Baba Nyawira na yeye ndiye huyu. So bila ngoja ninunuliwe hii niende sasa nikalale. 3000 only. Nani yako hapo atasimama na mimi? Mama hata si uniuzia basi. Unajua labda atakusikia. Wacha niingie kwa Fupishians. Yes. And I know Fupishians are here. Yes. And I know they hear the voice of the CEO. So the CEO hata ashanunua. Sera Mwasi amesema atatuma hata 3k. Atuma hiyo 5k na 3k ya hii. Yes. Sema huwa anambariki sana. Wacha tuondoe hii. Ati ni Sera Mwasi. Si ujuage amecontribute. Dia amekununulia whatever. Hii tochi mkiwa na nani? Dia alinunulia tochi bado. Mkiwa na Davis. Ile nini? Na bado ile nini? Na sasa amenunulia hii. Sera Mwasi ya baraka. Wanyabura ni Githeremede kia Farodhi. Jakiti wewe. Hiyo description nayo. Unajua nimeelezea Wanyabura ni nani, kaambia Wanyabura ni mwenye ameleta chai. Simwambia anunulie the sweet basi. Unajua ile imenunuliwa sasa. Na hiyo pesa yote inaenda kwa mjengo. Hiyo yote ni kwa mjengo. Hii ni ya Wanyabura. Hiyo mmesema wewe umesema hiyo. Ann ameongeza. Unaona Ann nimetaja ametuma 1400. Bado ametuma 3259. God bless you. Ama alikuwa anaongezea kwa ile. Wacha tusikie. Ann, hebu tuambie kama ni ukweli ulikuwa unaongezea kwa ile. Iko wapi? Ama umeitransfer imekuja hapa. Tubakisha mtu mwingine mmoja. Let us Ann wewe umetuma 3200. Umeongezea ya hii inatoka 6200. 6200. Ungetaka Wanyabura aende na hii nyumbani? Penina, thank you. 1000. God bless you so much. Tunazidi kusonga. I have bought Baba Nyawira the torch. Haja. Sasa hiyo pesa situihamisha huku kwa sababu torch ilikuwa ishanunuliwa. Anasema I have bought Baba Nyawira the torch. Na unajua ndiye huyo ametuma 1400 na afa akatuma 3000.
Okay. Kama ameihamisha hiyo zitu tunaiongeza kwa nywele. Tunaiongeza hapa kwa nywele. Unajua Wanyabura, ukitoa mama Nyabura na baba Nyabura inabaki Wanyabura. Kwa hivyo juu ulikuwa unanulia Wanyabura ni the same tu na Wanyabura huyu mwingine. So ushatoa 4000. Sasa simuongezee Wanyabura. Yule ameleta chai huyo Wanyabura ndiye tunanunulia hii. Mnacheka nini? Wanacheka nini? Sababu nimeona wameanza kucheka. Wanacheka nini? Lakini afadhali wacheke kuliko kulia. So hivyo Wanyabura amebakisha hii ilikuwa 32 plus 14, that is 4600. Kwa hivyo imebakisha 4 plus 2 6. Wanyabura amebakisha karibu 2000 aenda na hii. Okay. So Wanyabura amebakisha 2000 na unajua hiyo pesa yote inatusaidia kwenda kwa mjengo. Kwa hivyo mkinunua mnasaidia inaenda kwa mjengo. Unaona? So Wanyabura hii kisha 2000 ati nikitoa 1000 tutaonyesha Wanyabura. Hebu jaribu tuone. Kwanza wekelea. Wekelea kwanza. Hii hauwezi choma. Hii hauwezi choma. Wekelea 1000 tuone kama tutaona Wanyabura. Mwingine atoe 2000 ndio ya Wanyabura itoshe. Sawa sawa. Makena anasema atatuma on Sunday. Thank you so much. Tukicheka tuongezewa masiku no stress. Thank you. Ongezeni 2000 tupatie Wanyabura hii. Unajua Wanyabura ataona hiyo chai si ya bure. Ndio hiyo. Kuleta chai. Kuonekana tu area. Ni hivyo. Unaenda na kofia na nywele. Unaenda na kofia na nywele. Unajua ni vitu unaweza tumia siku mbili tofauti. Leo avae kofia, kesho avae hii nywele. Unaona hiyo hiki tumemjaribia. Tumemjaribia siku mbili. Unataka chai kila siku. Kongo Teresia. Akirudi ulionea sijacheka, kuna Teresia wengi sana. Mama mpea hiyo nywele mama Nyabura nitaweka pesa asubuhi. Fanya soma jumbe kwa simu yako. Alright, naitwa Sam. Okay, Sam. Huyo Sam. Nafikiri kuna ujumbe ametuma kwa simu yangu niambia nita. Sam na usubscribe kwa muziki kama na. Mama mpe hiyo nywele nitaingiza pesa asubuhi kwa mama. Hata amenitext. Wanyabura. Hiyo. Nani kama Wanyabura? Hakuna nani kama. Sasa mnataka Wanyabura achomeke mikono akitoa sufuria kwa moto? Wanyabura. Mnataka achomeke akitoa sufuria kwa moto na kuna hii? Wanyabu. Unaona aje? Okay, sasa toeni dhao tuonyeshe Wanyabura. Toeni hizo dhao. Dhao, wacha hata nivae kofia. Mtoe dhao, mimi nionyeshana Wanyabura. Nitaongezea 500 Wanyabura aonekane. Wow. We wa Kenya don't do suspense. Ongeza iko wapi? Iko wapi hiyo? Iko wapi? Tunangojea. Iko wapi? Wanyabura anakuja. Iko wapi dhao na hiyo 500 ikuje. Lakini tunatoa dhao. Hakuna cha 500. Wanyabura is very expensive. Ndamutire kundu kwe mikuru mite ya mikabura. Ego akare bokaya tugiyo tukuade wadutire gwitomosie kundu kwe mite ya mikabura. Mungu ametoroka kwa mite ya mikabura. Na kwanza inakuwa na tumigwa. Hiyo ya mikabura ni gani? Iko na mbuba ama kuna? Hiyo mite ya mikabura. Gabura ni zingine msijui wewe kama unajua mimi nasijui. Kwetu kulikuwa na hizo gabura hizo. So Miss Ann 1K Wanyabura akam. Amen. 20. Jeni maina akifarodhi wewe. Ako wapi Wanyabura? Nyabura ako tu hapa. Lidho na inioro. Hiyo 1K inaingia, mimi natoa Wanyabura. So I need 10 people to watoe 1000. 10 people watoe 1000 nionyeshane Wanyabura. Mkishitwa mimi nikae na Wanyabura. Bas. Story inaisha hivyo. She must be one special girl. 1K guys ndio tumuone leo. Bas. Mimi mkitoa Jane
Thank you, umetoa 1500. God bless you so much. God bless you. Najua hiyo ni yeye amesema Wanyabura aonekane na 1500. Kwa hivyo hiyo tuhamishi hiyo 500 tupe mtu mwingine. Hapana. Tunangojea watu wengine 9. Watu 9 watoe 1000 tuonyeshana Wanyabura. Niko mtu kweli. Ati haki Farodi uko na mtu kweli. Wewe unaweza nunua kofia kama hiyo ukapea jirani. Sure. Unaweza nunua nywele upee girlfriend na vile siku hizi wanaruka watu. Mimi nywele ninunue 6000. Nipe girlfriend. We alafu akuruke. Aende nunuliwe ya 20k. Ashidwe wewe na 6k zako. Na unajua nilisahau niko na ile ingine ya 40. Watatuambia siku gani wanataka tukuje soko peke yake. Kuna siku moja tutakuja soko peke yake hapa. Hata watakwambia hapa utaona wamekuandikia hapa. Niambieni siku ya soko. Basi tunafaa kuwa na siku ya soko. Niwauliza ni gani? Siku ya soko mnataka gani? Nikuje na mpaka duveti tuzipange kwa hiyo. Ati Ukambani ziko zinaitwa ngambua. Ngambua. Okay. Unaona wameshindwa kutoa 1000. Sasa mimi siwezi waonyesha Wanyabura wangu. Wacha tuwatoe. Tueni hiyo 1k nionyeshe Wanyabura. Hata ikifika saa 5 mimi sitoki hapa mpaka Wanyabura aonekane. Lakini kafi hiyo. Tuko na ile barua. Chonjo. Wanyabura 1k. 1k muona Wanyabura aki Wanyabu ndugu yuke tukuone aki hadi unaibiwa na hungoki mahali huko. Wanyabura ni kama shilingi kuonekana ni yangu. Tumuone kwanza. Hapana. Hakuna 1k unamuona. Afadhali kungekuwa na ile nini ya watu wanaonyeshana. Waonyeshe mkono. Alafu ndio watoe, waonyeshe mkono ndio waamini. Waonyeshe mkono ndio waamini. Mkono ndio waamini. Haya, acha tukwambie. Weka mpaka tuone. Okay, sawa. Haya, wacha tuone ndio hiyo. Huyo ndio Wanyabura. Ndio hiyo Wanyabura huyo. Ndio huyo Wanyabura. Yes, huyo ndio Wanyabura. Toani 1k ya kuje mbele. Mumeona Wanyabura nyinyi? Nimeonyesha hiyo ni free. Sasa mkitaka kumuona akiwa wote bas 1000 ziingie. Jane amewaanza, Penina alikuwa pia ametoa, so tayari ni watu wawili so far wametoa. 2 people only. Na unajua hata Jane amesikia tu amesikia huruma akaongezea ndio Wanyabura aonekane, unaona? Tuone mkono ya left. Hapa ndio mwanzo kuniambia kuna mikono mbili za left. Kama vile that's the figure of red canvas. Kuna mtu alisema ati boyfriend after kumwacha alimwambia ati hata ulikuwa na miguu mbili za left. Ati huyo ni Lucy. Nani ameona Lucy akiwa na kucha za maroon? Hakuna. Lucy hana kucha za maroon. Tunaweza ita Lucy hapa, aketi hapa ndio muone si Lucy. Lucy abukuja. Tunataka tuone kucha zake ni za kala gani ndio waamini sio yeye. Tuone kala zake ni gani. Unajua watu wengi hapo wamesema ni Lucy mgani? Lucy mgani? Tunaweza waambia waweke mikono wote wawili. Waona si Lucy. Tuone mikono mbili. Yaani ni dhao mmekataa nayo hivyo. Mmekalia dhao hivyo. Mpaka mnasema ni Lucy. Kitu ni uko na gigo. Kaule tuona hiyo mwili wa bayo. Ndio kesho muanze wajua mabroga sasa wamegojea wasema walionyesha mkono. They still hopes. Wajua siku ya birthday nitamwishishana. Siku ya birthday? Atamjua. Ebu ukurusia hata mikono hajapaka kitu. Hawajapaka kitu. Kuja uonyeshane mikono. Nataka uonyeshane mikono ndio waamini sio wewe. Unajua hapa tuko kwa soko. Tuko sokoni. Kwa hivyo tushauza vitu nini? 5k only. 5k. Okay. Yes. Kwani hauna pesa? Kama hauna pesa usiulize tafadhali. Hebu fanya mikono yako hivi ndio waamini si yeye. Si mumeona si yeye? Mumeona sio yeye.
Si umeona sio yeye hata hajajipaka kitu. Si hajapaka kitu. Very good. Na yule wa Nyawira zake ni za maroon. Period. Bas. Nancy ametoa 2000. Amesema wa Nyawira aonekane 2000. God bless you. So kama ametoa 2000, hao sasa ni watu, tumbakisha watu 8. Hata ukitoa 5000 tutahesabu ni kama 1k ndio aonekane. Sawa? Atiyama ni happiness. Happiness na mliona hata ni mjamzito. Anaweza kaa hapa na akipewa mtoto hapa kwa studio. Hapana. Happiness ako nyumbani. Hata happiness ako na za yellow, alikuwa na za yellow kucha ukiangalia video. Hata tuone tena. Waonyeshe tena. Hapo usikule story. Wewe wewe umekuja unless kama unataka kuuza. Umeonyesha? Good. Bas, umeona sasa? Hana ametuma 2000. God bless. Very good, so much. Sasa tumebakisha watu 7, si ndio? Watu 7. Watu 7 ndio tumebakisha. So unaona kwanza mkituma 2000. Tutaonyesha haraka. Kabisa watu 7. Watu 7 tuwaonyeshe Nyawira. Tunaonyeshana Nyawira. Tunataka kuonyeshana. Tunataka kuonyeshana Nyawira. Sasa wameanza kusema nice hands. Sio hivyo, ndio mtoe dhao mumuone. Na hata mkitoa 2000 ni kama inakuwa mzuri sana. So tunasonga. Unajua wanatuma na huku, wengine wanatuma na huku. Sasa tunazidi kusonga. Ate moyo behind the scene. Moyo wako wapi? Moyo wako home. Moyo wako home. Tungekuwa tushamuonyeshana kitambo. Huyo ni camera woman, sio wa Nyawira. Mimi nishawaambia ni wa Nyawira. Ati huyu ni moyo. Moyo hata si mtu hata apigia moyo akonfirm amwambia kwa nyumbani. Akamfirm moyo. Moyo hawezi vaa kucha kama hizo. Hizo ni refu na unajua moyo kule anachapaga job. Tena unaona? Moyo mkono yake sio. Mungu anakuona Farodhi. Hakuna story ya 10k. Mimi nimesema watu 10 watoe 1k. So mtu akitoa 2k unajua hiyo ni kujitakia. Ni bora watu 10 watoe 1k. Kwa hivyo mtu mmoja akiamua kutoa hata 20k anahesabiwa ikiwa mtu mmoja. Mimi kwani hizi simu zako zote mama mwenyewe ulikuwa umeishiwa na moto? Nilikuwa nimeishiwa. Hebu shika hii. Charge the whole day. Niweke hii ingine. Weka hapo hii Haya nipatie hiyo. Unajua wanatuma zote mbili, so lazima nikuwe keen ndio nipate moral lesson. Kabisa. Haya, so okay. I like the love is in this atmosphere. It's just making fun together, right? Juu sasa mmeshindwa, wacha tuachane na Nyawira. Nitawaonyesha next time, si ndio? Kwa sababu tumeshindwa kufika watu 10, wacha tuonyeshane mama Nyawira. Ati huyo ni editor. Hatunaga editor msichana hapa. Hapana, hata ni kijana. So kwa sababu mmeshindwa, si ndio? Si mmeshindwa kutoa 1000. Tuonyeshana Nyawira. Sasa tutaonyeshana Nyawira next time. Mother Muregi, ma'am, did you receive what I sent to you yesterday? Ma'am, confirm. Okay. Mother Muregi, did you receive what I sent to you yesterday? Yes, it is there. All right. I'll receive. Thank you so much. Ati hapo uliangukia kitu kali. Mumeona vidole tu na msha rule out. Haya, so jumlisha shindwa kutoa 1000. Sasa tutaonyeshana, itabidi tuonyeshane Nyawira next time. Yes. Hii ulisema ni pesa ngapi? 3000. 3000. Naona kama unavaa the same mpaka ziko na hiali. Tunaweza kununulia hapa sahi. Nini? Unataka? Mimi nataka kofia. Kofia zimeisha. Kofia ziko. Ziko.
Haya. Kofia ilikuwa 5. Wow. Sasa tumebakisha kofia 3. Awe haikutoshei. Kile kufunika macho. Kichwa ni ya Kamotho. Sasa utakuwa unaivaje? Hivi. Alafu ninafunika Julie na Papa Julie. Iko chonjo. Nilifollowa kwa pia ninunulie. Aroni Bible juu ya kesho na Friday. Umekataa kutoa, sasa mimi siwaonyeshi, nitaonyesha siku ingine. So tununulie Lucy hii kofia. Tufunge sasa. Tununulie Lucy tufunge. Tununulie Lucy tufunge. Tuko watu 519. So tununulie Lucy hii ni 5k tufunge. So chochote chenye mtu amebaki nacho tununulie Lucy 5k alafu tufunge. Nitatuma 1000 ya Lucy. She did a great thing to her mom today. Very good. Very good. Tayari shanunuliwa 1k, tumebakisha 4k. Tumebakisha 4k ya Lucy toshe. Ninunulieni Julia apate Inakuaga hivyo. Hivi. Very good. 3k kofia ya Lucy. Miss Ann, ni wewe unatoa hiyo? Tuambie. Very good. Kwa hivyo kama Miss Ann wewe unatoa 3k, thank you so much. Sasa tutakuwa tumesonga juu tutakuwa tumebakisha 1k, si ndio? Tutakuwa tumebakisha 1k. Na ukisema unatuma. So tumebakisha 1k. Nani mwingine atanunulia Lucy? Who else atanunulia Lucy? Nani mwingine atanunulia Lucy? Lucy. Yes. Lucy. Jen ni mtu wa nguvu sana, ameongezea 1k. Katarogolea nani hana kaudo abe. Ndio unaona wanatoa. Kuna vile nimeona wanawafanya. Sasa huyo. Lecha Okenodi atatuma 1500. Lucy. Okay, thank you. Ninyi mnanifanyia hesabu mpaka mnaniconfuse. Hesabu. Mnanifanyia hesabu ani confuse. Lecha Okenodi atatuma 1500. Jen ametuma 1k. Jen hajatuambia. Unajua Jen ametuma mingi. Atatuambia Jen 5k, akatuma 1500, akatuma 1k. So tuambie ni ya nini? Sasa wewe. Wende ukalale. Shiko James. So wapi Miss Ann? Unajua mimi nimechanganyikiwa. Tuko wapi? Tuambieni kwa wapi? So kuna Lecho Kinodia amesema 1500. Nani mwingine akasema 1000. Yesu ni Bwana akasema 1000. Hiyo ikakuwa ngapi? 2500. 2500. Bado tuko 2500. Tumebakisha ngapi? Tumebakisha 2500. Yes, tumebakisha 2500 ya kofia yake itoshe. Sasa huyu. Unajua utapaka kofia lipstick. Okay. Hadi wacha sasa nicheke, unatuonyesha Wanyabura kama parts za kuku. Unaonyesha mkono, vidole. Next time nitaambia waweke mguu aone. So ongezeni Lucy 2500 peke yake tumalize hiyo story. Ongezeni Lucy 2500 hiyo story iishe. Yeah. Tuko 50%. Okay. So unajua ako na usingizi ndio maana naona akifanya hivyo. Lucy vaa vizuri. Nawaambia wanunulie nenda nikalale. Wasilia hivyo. So Yesu ni Bwana, nangojea dhao yako. I'm waiting for your 1000. Recho nangojea hiyo 1500. Yes, nangojea 1500. So tumebakisha 2500 more. 2500 peke yake. Nani yako hapa? Tuko watu 516. Si hata mtu atoe 5555. Tumalize hiyo story. 500 peke yake. 2500 ndio tumebakisha.
tumalize hiyo story. So Abana ameconfirm hapo chini alikuwa na update yenye tumebakisha. So tumebakisha 2500 so mimi nangoja tufunge giathi. Unajua leo tuko giathi. So mimi nangoja tufunge giathi. Yes, fold hiyo kofia upwards. This way. Yes, hivyo. Grand Budapest. Unaona hiyo cartoon inaitwa Grand Budapest? Ama Sophia the First? Oh. Hiyo cartoon. Kwanza hata anasema Farodhi anakushida kuivaa. Unajua ilikuwa nimeivaa. Unaligana na hii kisho. Unajua hii kisho ni ya Kamotho sasa. We, si mtoe 2500 tufunge. 2500 only tufunge. Just 2500 2500 only tufunge kazi. Sawa sawa? 2500 tufunge. Ni sisi atuwapei namba. 0700 669 50. Hata ukitoa 500 na mwingine atoe 500, hiyo pesa inafika haraka. Watu watano peke yake. Just 5 people, ama hata mtu mmoja ama hata watu wawili. Hiyo story ishe. So nimewapea namba hapo 0700669503. Hiyo story ishe. Nimetuma ina hang kwa phone. Okay, itafika. Yesu ni Bwana, hiyo 1K itafika. Tutaiona sasa hivi. Farodhi, huu una watch Sophia the First? Unajua Nyawira anapenda sana. Nyawira anapenda sana kuwatch Sophia the First. Sasa unajua na yeye wa Nyawira anamwekea kabla sijaingia kwa nyumba. So nikiingia kwa nyumba napata wa Nyawira amewekea Nyawira Sophia the First. Inabidi familia yote ya wa Nyawira tu watch Sophia the First. Lakini wanabadilisha tu wakati wa news. 0700669503. na ngoja hata hiyo 500 Bobo Max hata kama ni 500 tumalize hiyo story. Daisy Hagen tuma hata kama ni 500. Anita Lydia Mile wa Boedna, Catherine Kariuki, na ngoja hizo 500 zitoshe 25 hiyo story ishe. 2500 peke yake. Hii kofia tunamalizia. Ilikuwa 5K, watu washatoa 25. Hiyo story iishe. Nikadha Gitonga tuma sultano yako. Veronica Gogi umetuma, tumebakisha 2000 sasa. Tumebakisha 2000. So tuma tumalize hiyo story. Tumebakisha 2000 peke yake. 2K peke yake. How many kids do you have, Farodhi? Umesikia nimetaja Nyawira. Nyawira na hapo kwa katuni ya Sophia the First kuna katoto kingine napenda sana. Kanachezaga hiyo Sophia the First, toto ni tuwili. Alafu yes. 500 ikikuja nitakwambia utatu wengine. So nimebakisha 2000. Mimi niko na watoto wengi sana, niko na Kamotho, niko na Hiram and Isaac, niko na Happiness. Watoto ni wengi sana. Nyawira kama achana na baba Nyawira. Hawezi kuja aje media kusema kwangu. Hawezi kuja. Anajua kwao nitapeleka pesa. Kwa hivyo tukitafuta pesa lazima akuje ikipatikana. Yes, 0700 669 lakini nitawaambia nikienda kwa Nyawira kwa Asia. Nitawaambia ikifika wakati nitawaambia mnipeleke kwa Nyawira. Na mkicheza mjue kama imepita. Juu unajua mtaleta head race zenye sitaki. So badala head race nitajua nitajisort. Farodhi nimechelewa, nimetoka Moshene. Mukambi, usijali. Mase ametuongezea 1000, si ndio? God bless. Kwa hivyo tumebakisha 1000 peke yake tumaliza hii story. Ndio uende na kofia. Mimi tunakuhurumia hapa. Tunajua Santisha ya kwa ndo, lakini tunataka hiyo pesa yake at least inunue chakula, si ndio? Yes. So na at least hata maneno ikuwe mzuri. So leo si nimefanya show. Unajua leo nimefanya show 5, hii ni ya 5. Na hii ndio refu zaidi. Tulianza saa
2 ikielekea saa ni saa 5. Wewe tumeenda masaa ngapi? Yeye sijui. Tulianza saa 2. Imekuwa fupisha. So tulianza 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11. Seriously? Hey. 1,000 aki tuende home. Just 1K. Please. Tuende nyumbani. Hata nimeanza kusikia usikivu. 1K tuende nyumbani. 1K peke yake tuende nyumbani. Tafadhali. Just 1K tuende nyumbani. 1K tuende nyumbani. Ndio nangoja 0700669503 ama hata watu wawili watume 500. Hiyo story ishe. Watu wawili watume 500 hiyo story ishe, tumalizia hapo. Watu wawili 500 ama mtu mmoja 1K hiyo story ishe. So tukutane Sunday sasa, si ndio? Ndio. Ndio unajua ilikuwa ya kuboost. Cynthia Gitonga umetuma 500, God bless you. Tumebakisha 500 moja peke yake. Umetuma 1000, God bless you so much. Hata unapitisha. Thank you so much. Wewe sasa toroka na kofia. Hiyo maneno inafika hapo. Ati Saprong Nana anasema hodi hana people ni utani tu. Walisema alipatana na Mkanairo akakipata. We mimi nilitoa hiyo story wapi? Mimi nikatoa story kama hiyo wapi? Rodi naonaga watoto wako saa ngapi? Niliwaambia waelewe. Hii ministry haitaki mtu anaona watoto sana. Yes. Si wananiona kwa TV na TV haizimagwi, wanawekewa live hapo. Itabidi wamevumilia hii maisha. Ukiona babako hautaona malipo ya uzeeni. Lazima baba invest. So thank you so much. Nataka mamu waombe tumalize hiyo story. Asanteni sana, mzidi kubarikiwa. Amen. Okay. Thank you very much Faruthi wa Thayo TV family and Virginia Wangari TV. Lucy Nyawira Ministry of Hope. Najua mko huku mkiwa wote, tumeshukuru sana. Thank you because of even giving us company. Sababu Faruthi tukiingia hapa wakoze hata tutakuwa na saiki. Yes. So we thank God for the way mko na hiyo saiki na kutugojea na kutusupport. God bless you and you never lack. Yes. Bwana wabariki sana. So let us pray. Father, in the name of Jesus Christ we come before you. Tunasema ni asante sana sababu Mungu tumekuona, umekuwa pamoja nasi. Thank you because of the favor that you've given us. Thank you my Father because of this platform ya Faruthi wa Thayo. Thank you my God Almighty. Mbariki Baba na umpatie kibali kwa kila jambo, mfunike na damu yako sababu wewe ni baba yetu. Even this studio, Mungu wa ajabu, tunaiombea ukaweza kuisigira na kuipatia favor in every situation. Thank you God Almighty. Thank you my Father because of all those my Father wenye wametutolea, hata wenye wametuombea, wenye wako na matarajio wote, Mungu wa ajabu ukaweza kuwabariki na chochote watakapo shika na mikono yao imebarikiwa, miguu yao imebarikiwa, mifuko yao na watoto wao, kila kitu, hata job zao zimebarikiwa. My God, we pray for promotions, we pray for those wenye hawana job, God Almighty uwaprovidie sababu wewe ni Mungu. Hata wenye wanakutrust for financial flow, God Almighty waonekanie sababu wewe ni Mungu mwema. Thank you for them wenye walikuwa wanatutazama wakiwa wagonjwa. Tunajua ya kwamba my Father you are the healer. Because of the stripes God Almighty we receive healing. Tunajua watakiri wamepona, hata wenye wako na machozi na familia ambayo zinapitia mambo magumu. Tunakiri na tunasema wameshindaniwa na wewe. Hata sisi hii wakati ndio tunataka kuondoka God Almighty. Tuonekanie sababu wewe ni Mungu. We pray for journey mercies. Kwa kila jambo Fafa tufunike na damu yako sababu wewe ni Mungu mfalme mwema. In Jesus name we pray and believe. Amen, amen and amen. So thank you so much and God bless you. Na mkumbuke mam, taito yake atapewa siku ya Saturday. Tukutane Saturday akipewa taito yake. Watu wenye walinunua Faraja 1 na Faraja 2, taito zenu by kesho zitakuwa tayari. So tutawaambia pia siku yenu ya kuzipeana, lakini mam yake ataipokea siku ya Saturday. Kwa hivyo Saturday tukutane kwa site akipewa title deed yake. Lakini wenye walinunua Faraja 1 and 2, title zenu ziko tayari by show. So barikiwa sana. Thank you for investing with Golden Dreams Lands and Properties Limited. In case ungetaka kununua
shamba pale Katutu Gardens kwa ile shamba mpya, nipigie saa hizi 0798008008 na unajua kuna mpaka na Wandati residential. Ukinunua cash ni Wandati, commercial ukinunua cash ni 150. Clean land, mahali kuna maji kwa shamba, maji ya mita na stima imepita huko, na nilionyesha hata jirani mwenye amelima vitu za aina zote. So ukitaka especially ya 130 cash, nipigie 0798008008 tukusort. Title zikitoka usikie hata umetajwa. Wengine watu walinunua Faraja 1 na Faraja 2, they are now happy juu title by kesho zitakuwa zimetoka na maneno itakuwa mzuri. So mbarikiwe sana juu ya kujitolea, hata kununulia Wanyabura hizo vitu mmenunulia, hata kununulia Wanyabura mmenunulia vitu bili, mimi moja Wanyabura na hata hamjamuona, na ile siku mtamuona si utakuja na daza hii soko yote zitaisha. Tukikuja hiyo wakati mwingine tutakuja tutaekelea mpaka kamera ya Wanyabura utaona imeenda katika hapa. Ma'am Samuel, thank you so much. So may God bless you na ubarikiwe zaidi. Asante sana. Bye bye. See you.